Bethel Clouds TV, empowering lives.
Asante kwa wema wako na rehema zako. Asante kwa fadhili zako, ukuu na uaminifu wako kwetu. Wewe ni mwema siku zote. Wewe ni mwema Bwana. Sema kama Daudi, kwa sababu wewe Mungu ni mwema na fadhili zako ni za milele. Israeli aseme sasa, walionunuliwa kwa damu ya Yesu tuseme sasa, Mungu mwema, fadhili zako za milele. Wewe ni mwema, wewe ni mwema sana, wewe ni mwema. Tika wingi wa fadhili zako tumehifadhiwa. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema. Umejaa huruma na upendo. Wewe Yesu ni mwema, wewe ni mwema. Tika wingi wa wema wako twasimama hapa leo. Wewe
Yesu, maji yenye uhai. Wewe ni Bwana, ngao na nguzo yetu, umkuwa kwetu afya na nguvu ya mifupa yetu. Ni wewe Bwana Yesu. Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kwangu. Umetukuka Baba wangu, Bwana umetukuka sana, unatawala enzi yote. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe Mungu mkuu, ndiwe Baba. Nakuinua, Bwana Yesu umetukuka sana. Bwana wa utukufu, tunakuabudu, tunalihimidi jina lako kuu. Hakuna Mungu mwingine. Wewe Mungu mkuu, wewe ndiwe Baba yangu. Nakuinua, wewe mwanzo tena mwisho, Simba wa kabila la Yuda, utashinda. Sauti yako twaielewa, kila unaponena tunapona. Tukupe nini Bwana, tukuabudu leo? Tukupe nini Bwana Yesu, tukuheshimu? Wewe peke yako unastahili heshima hii. Wewe peke uinuliwe. Natukuka Bwana Yesu, Bwana umetukuka sana. Wewe ndiwe heshima yetu. Hakuna Mungu mwingine, hakuna kama wewe. Ni Mungu juu ya miungu yote. Wewe ndiwe Baba yangu. Nakuinua wewe, mwanzo mwisho wa yote, Simba wa Yuda, utashinda. Sauti yako twaya wakuheshimu. Hakuna kama wewe. Wewe kwa juu ya miungu, wewe kwa juu ya utawala, wewe kwa juu ya enzi na mamlaka yote, wewe kwa juu ya hekima
heshima hii yote ni yako, tukufu wote ni wako, thamani yako Bwana. Wewe mwanzo na mwisho wa yote, wewe yote ndani ya yote. Tumwambie Bwana unastahili na kuabudu, sio kwa sababu nataka pesa kwako, kwa sababu nataka vitu vingi kwako, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ninakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu na unastahili kuabudiwa. Wastahili Bwana Yesu, wastahili utukufu, wastahili maozi, wastahili worship. Sijamwona kama wewe, wenye nguvu namna hii. Hakuna Mungu kama wewe, ule na nguvu namna hii. Sijamwona kama wewe, Mungu wangu mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, umejiweka na nguvu, mwenye nguvu namna hii. Sijamwona Mungu mwingine kama wewe, nguvu namna hii.
heshima zetu mbele zako. Tunakuabudu wewe Yesu. Umestahili Bwana. Ukizivua heshima zote kwako, tukikupatia Mungu wa uzima. Yesu, umestahili kuabudiwa. Wastahili wewe. Bwana wa njia zetu. Wewe ni Bwana nyakati na majirani zako. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Bwana mkuu. Wewe ni Bwana ustahilie kuabudiwa. Oh, Bwana Yesu wewe. Oh
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuabudu, ninakushukuru. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndiye Mungu. Umetubariki, umetusaidia, umetuwezesha, umetufaulisha katika malengo mbalimbali. Ninakuomba kanitumie tu kama chombo siku hii ya leo, nikaweze kuwafundisha watoto wako jinsi ulivyonituma, jinsi ulivyoniambia nikae kwenye maadili yako na maelekezo yako. Nakuja kinyume na kazi zote za giza na mipango yote ya shetani. Maroho yaliyotumwa, yaliyojiinua na yaliyojiinuliwa, yote ninayasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba mwongozo wako, baraka zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. We may be seated. Asante kwa wahusika wote. Mungu awabariki. Mungu aneemeshe. Ashes zile viti za nyuma, wale wamekaa nyuma ya hiyo pila wakuje pande hii. Wale wamekaa nyuma ya hiyo pila. Naomba usalimie aliye karibu na wewe. Umwambie karibu kwa ibada za leo. Msalimie tu kwa moyo ambao ni mzuri. Msalimie ni kama wewe si mchawi. Msalimie ni kama wewe si mchawi. Msalimie vizuri, mwambie karibu sana. Hata wale walipotea kitambo wameanza kurudi, wasalimieni tu. Kama ulikuwa hapa zamani, sasa umerudi leo, wacha simama tu tukuone, tukusalimie. Wewe ni wa zamani, umekuja leo. Tulianza na wewe ukatuacha, umerudi leo. Simpigeni makofi. Sara ni muimbaji. Alikuanga sekretari wetu kitabo. Ulikuwa sekretari matureshara? Ulikuanga sekretari matureshara? Tureshara. Nirona taturemetwo ni kuiga mbeca tonu athire. Natuthiete wega. Uo ti undu watuherithirie. Nikiona kaba madharau mathire ucoke. Ndiathire na uru na ndiathire na madharau. Kora siemo tu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Maritwa njĩtagwo Sara, ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ amenyereire ngoro yakwa. Ndiathire na uru. No ũrĩa maũndũ mambaga gũikarĩra mũndũ. Na no ndĩmwendete, nĩ ndĩmũmicaga na nĩkĩo njũkire ũmũthĩ. Ngai amũrathime. Wĩna rwĩmbo rũmwe tu? Chorus. Nĩnjũĩ wĩ mũini, nĩngwendaga ũkĩina. Watuĩka cerebu ũgĩciria rĩu no ũtũte. Aca ndikinyĩte hau. Aya. Nehemia nĩetirwo nĩ Ngai agathondeke rũthingo Jerusalemu, nake Tobia na Sanibalati magĩtheka makĩmũnyũrũragia. Tobia Sanibalati magĩthekerera Nehemia atĩ rũthingo no rũgũithio nĩ mbwe, atĩ rũthingo no rũkũmomoka. Nehemia ũmũthĩ nĩ niĩ nawe tũthurĩtwo nĩ Ngai twake rũthingo, ndũkorwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa Tobia na Sanibalati tondũ nĩ tũgũtooria. Tobia Sanibalati magĩthekerera Nehemia atĩ rũthingo no rũgũithio nĩ mbwe, atĩ rũthingo nĩ rũkũmomoka. Nyoni cia rĩera-inĩ nĩciũkĩraga kĩroko tene nĩguo ikũgoce, nĩirakũgoca na mĩgambo mĩega, na niĩ ngĩrĩ ũnjage gũkũgoca, nĩngũkũgoca na ngwambararie nĩ mawĩko manene ũnjĩkire, nĩngũkũgoca na ngwambararie nĩ mawĩko manene ũnjĩkire. Thank you. Ngai amũrathime. Aya. Rĩu nĩ rwao, nĩ ũinĩte rĩu. Icio nyĩmbo ndaina nĩ igĩrĩ na nĩ ciakwa. Watungire 209 209 tũrĩ o gũkũ.
Turio guku. Wateo. Ndiatetwo. Wateto. Tuona ini ndo. Asa. Wateiro ri. Nditetwo nĩ Ngai. Acha waigatirwo ri. Mitugo yaku ni. Hau niho thina wa kumenywo muno ni mundu. Ni tondu twari majirani. No gugithii uria gwathire. No Ngai no amenyereire. Ngai andu mundu no agute no. Mundu no agute no Ngai ndateaga mundu na wagwa. Ndugaikare haria ugwite rugama wa bieri. He mundu ndenda waririe. Yani tiwe ndenda we ni njui maundu mari ogereire na ni njui haria Ngai agukinyitie. Tacokera uguo acoke warie thutha. Wateo ndugete wagwa ndugaikare hau ukira wambiririe ringi rucio rwaku rwina Ngai. Amen. No aigua he mundu ngwendaga waririe ni hana tandetwo ndikarite o wega onawe wateo ndugete no agire people abadu no kwenda akorweho. Thank you. Sara tulianza na ikarahare Sara ikarahare no dio tumirie nguo tena tondu wako acio ni mwanjirie hamwe nao. Yes, mwana gucoka ndacokagio hare hangi. The prodigal son, nipatie volume baba. The prodigal son wakati alirudi alikuwa narudi awe mfanyikazi, alikuwa naomba awe mfanyikazi. Lakini baba yake akamwambia position yako kama mwana bado ipo. You can lose the relationship, you can run away, you can go because of challenges, but you will never lose the sonship. Your position as a son will remain intact because in heaven God loves us. Baba toa hiyo kofia. Sasa ulikuwa unatufaria kofia ndio tujue wewe ni nani. Unatutishia maisha. Si utulie basi unakinga kanisa unatoa kofia because you are sina na venye uko msafi. Kijana mzuri. Si ndio? Thank you. Salimia mwenzako tena umwambie karibu tena kwa ibada za leo. Mungu ni mwema. Nataka kunifanya tu tangazo moja ama mbili ndio ieleweke. Maana ninaona ni kama wale watu nimepatia kazi ya kutangaza ama kufanya hii maneno wanainukiwa, wanapigwa. Na nyinyi ambao mnapiga hawa mjue ni mimi mnapiga. Na mimi nimeambia Mungu wangu mwenye atainukia yule nimetuma, Baba muinukie hata wewe. Sababu sasa hiyo vita sitakuwa nikipigana kila siku. Nimerudisha prosecution kwa Mungu yangu, nimemwambia nedumane jekete ule wajerire tamusa. Aliambiwa Musa, aliambiwa na Jethro utakufa. Hii kazi unajiwekelea yote kwa kichwa yako itakuua. Chukua watu wa kukusaidia. Mimi nimefanya hivyo. Na nimeambia wao watu sasa fanyeni kazi, fikisheni hivi. Sasa mimi bado nimerudisha to the court of heaven. Wale watu nimepatia kazi, mkikosa kuwasikiliza mimi nimerudisha mashtaka kwa aliyenituma. Nimemwambia niye ni daremo ndiye hota kurwa na ndoa yako. Roho nao kana washughulikire. Yetigo, it is as simple as that. Hapa hatutabishania, hii kazi si yangu. Mimi tu ni chombo, nimeletwa hapa nihubiri, niende mwingine atakuja hubiri, aende. Si ndio? Kwani ni sisi wa kwanza kuhubiri? Ni sisi wa mwisho kuhubiri? So mimi na hand over back to God. Wewe ambaye nimekutuma ufanye kazi yako, if you find resistance, there is somebody who will ask for you. Kuna Mungu ambaye atakutetea. Just deliver, move out. Deliver, move out. Uachane nayo. Iachie Mungu. Okay? Hata mimi naachia Mungu. So every first Sunday ya kwanza tutakuwa tunafanya kitu inaitwa dedication. Sunday ya kwanza ya mwezi tutakuwa tukifanya kitu inaitwa dedication service. This is the time we will be dedicating our children, tunadedicate kazi zetu, tunadedicate mambo yetu yote. Tutakuwa tukidedicate this Sunday. First Sunday
of the month. Nayo kesha, main kesha tutakuwa tukiwa nayo every first Friday of the month. First Friday of the month ndio tutakuwa tukiwa na kesha. Sasa mkue watu wa media mnatengeneza poster kutoka early enough, inaendelea sio kutengeneza kesha nini poster ya kesho. Tukimaliza kesha hii tunatengeneza kesha ingine, poster ingine inaanza kuendelea. Tuko na partners wamekuwa kiuliza namba ya kutumia. Partners tutakuwa tukitumia namba hii na iwekwa kwa screen 0748, na muangalie vizuri kama ni hivyo 0748 29 000 0748 29 0000 0748 29 0000. Hiyo ni namba specifically ya partners. Ama kama tunaenda mlima, hapo ndio mnaweka pesa yenu kwa hiyo namba 0728 48 29 0000. Mlima tunaenda on the 19th. Tabia na mtindo ni vile tulikuwa. Na ukijua uko chini kumetoboka, ukae nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda mkinyai person ulileft kwa group, tena nimekuona umerudi kwa kanisa. Nilikuwa advise tu ukibie nyumbani uondokee mapepo. Sasa ukaleft kwa group kwa sababu ulikasirika. Hebu simama usalimie watu wawevu tu. Simama tu wawevu. Maana huyu msichana alikuwa ameinukiwa na mapepo. Na mapepo hii nikamwambia sasa wewe kibia nyumbani utulie tu. Inuka. Wewe watu wakujue. Sasa instead ya kuni appreciate ali left group ile ya family kwa sababu amakasiriko. What happened? You left? Yeah? No, you are not there. Ulirudishwa? Lakini hauko. Do you see yourself there? Okay, thank you. Ulijirudisha. So that is the specific announcement nilitaka kuzifanya, na wale watu ambao nimepatia kazi si mimi niliwapatia. Naona kama hasa amevaa hivi, si mimi nimesema wavae, ni Mungu alisema. Huyu mshosho ni Mungu alisema. Mimi sikumleta huyu shosho. Watu wengine wananiulizaga hiyo kanisa yako unakaa na Wakorino. Si Wakorino, ni dukata cia nyumba eno. Kuna watu different groups nimepatia kazi because Mungu aliniambia after 8th ile tulikuwa 8th God alisema ataondoa watu specifically hapa. Sijui kama hebu niletee hiyo simu. Ni kuna mahali niliandika. Akaniambia kuna watu ataondoa because it is a beginning. Na hataki hawa watu tuende na wao. So I didn't know how it will happen. But I've started seeing kuna watu wame-left kwa group, wametuandikia mambo ya ni mama mgani huyo anaitwa mama mgani? Ni Lea. Na mama bibi ya Musa alikuwa anaitwa nani? Nani? Zipora tuliandikiwa. Niliona mtu ameandika mambo ya Zipora, mambo ya nini? Akasema case to study, alafu akaleft. So sasa unafundisha maveterani. Najua kuna watu wengine wafundishagwi maneno kama hiyo. Na I know there are more going. It's my prayer. It's a prayer I did specifically. Niondolee manyangumi kutoka kwa nyumba hii. It's not about the number. I'm not looking for the number. I'm looking for the people wataenda mlima wakiwa wasafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitafuti namba. Namba nilikuwa nayo. Mungeke ya wasalida 4 million people. I'm not looking for the number. I'm looking for the people to connect them to the holiness of God. Are you getting me? So kwa namba nishapita. Hiyo mtihani ya namba nishapita. Sasa ile mtihani ninaendelea nayo ni ya kuraise
watu ambao wanamtii Mungu. Watu wanafanya nini? Wale watu wanamtii Mungu. Because arrogance, we have them, we have been into them. Cleansing dedication. Here is 40-day financial altar program for Ndora. That after going to the mountain, inasema after going to the mountain, people will okay. After the 8th, going to the mountain, there are people who leave because they were not part of us and they are not ready to serve God. They are disobedient. They don't believe in your vision, but they want to eat your vision. They were sent as agents to come and derail the work of God in you. Instead, because of what you will do on the 8th, God will remove them from amongst you. They will go one by one. Do not be dismayed, because it is the will of God so that he can bring the right people for the ministry. Some of them will be your close friends, the people you trusted, the people you believed in, the people you started a journey with. They will betray you. They will be arrogant. They will be disobedient. They will not listen to the people I will have appointed to support you, to work with you. I will raise another generation for you, a generation that listens and hears me. Hii ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 18 ndio niliambiwa. Bwana asifiwe sana. Sifanyangi kitu bila kuwa na Mungu. Sianzangi safari bila kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. I never start a journey minus God. So everything that will happen, I know it before it happens. I know who is moving, what, where and how. I don't spend anything until God tells me, now you can do this. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata ananiambiaga baka huyo mwenye atafanya ABCD, ananiambia ni fulani na hiyo kitu itafanyika tarehe fulani. Na kuna mtu mwingine atafanya hivi. Kuna mwingine so I have kila mtu ambao wako close na mimi, I have your name and what you will do in the next kutoka siku hiyo mpaka December. I know what we will do. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why unakutanga I don't care. Nakuwaga arrogant. Mnasemanga mimi ni arrogant. I'm not arrogant. Niliambiwa na Mungu, seek the kingdom and its righteousness and other things will be added unto you. So I don't care. I don't care because I don't run this ministry. God runs it. I'm just but a vessel. I'm here just a vessel. Nishike microphone, niseme venye anataka, I go and sit down. The rest will work out. Bwana Yesu asifiwe sana. I cannot push you to do anything. I will just do what God told me to do. Niseme kama ni huyu nimwambie this is what you do. Final, mimi naondoka. The rest God will do it. Na ikishindikana mimi narudishaka kwa Mungu, namwambia God, nimekuja tena kwa kiti yako ya hukumu. Sasa mimi iko hivi. Fulani na fulani na fulani wamefanya hivi. So na hivi ndivyo wamefanya na evidence ndio hii mimi niko nayo. Sasa mimi naondoka. Judgment inafanyika. Ndio naona kuna kuwa na urahisi wa kufanya kazi. Sasa I'm not straining nowadays. Zamani ningeweza kuuliza sasa Shiko na Josephine yako kuja leo, Shikodi amekuja. Sasa Josephine anaweza kuwa anafikiria nini, ako wapi? I don't care.
Whether you come or not, don't come, I don't care. Bwana Yesu asifiwe sana. I just sent my petition to God. Namwambia so and so. Ameambiwa fanya hivi, amekataa. This is the evidence. Final. Hiyo ingine naachia. Mysteries of anointing. Somebody say mysteries of the anointing. Hello. Hello. Mysteries of the anointing. Nipatie kahai peke yake, kale kajuu kapande tu, kadogo kapande tu juu. Nisikie. Yes. The mysteries of the anointing. Anointing ni kitu ambacho ni kitu kifiche, kilifichika. It is not something you can be able to understand. And that is why it's so difficult for many of you. I might have worked with you for some months, for some years, for some days, but until again now you don't understand me. Haunielewi. Hauelewi mpaka ni nini tunafanya na wewe. Hauelewi tumetoka wapi tunaenda wapi. Hauelewi maana hata wewe ya kuwa hapa, because you need to have understood why you are here. This is not a church. I've always told you this is an altar of God, and there is a difference between being in a church and being in the altar. Kuna tofauti kubwa kuwa kwenye madhabahu na kuwa kwenye kanisa. Kanisa ni dini, na kanisa iko hapa kwa sababu ya dini. Ni kuworship na worship kitu fulani na mtu fulani. Haya ndi madhabahu, mahali unalete petition yako, mahali unalete matatizo yako, mahali unakuja kusema. Sio mahali ya kuja kutafuta cheo. Hapa hakuna cheo. Mimi sina cheo na kupatia, sina mamlaka na kupatia. Hapa ni mahali pako pa kukuja, unapiga magoti hapa, unaongea na Mungu, unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale ambao wamechaguliwa kuwa caretaker, wanasimamia tu, wakuangalia ukifanya mambo yako na Mungu uondoke. Haleluya. Kwa hivyo you must be very careful na mahali hapa. Hii si kanisa. Kanisa iko na Harrison Ng'ang'a, kanisa iko na James Maina, kanisa iko na Moiro, iko na Wajiro, iko na Fibo ya Musa. Hapa wako. Mimi sina kanisa. Hii ni madhabahu. Ukiweza kuelewa hivyo, ujinga itakupunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiweza kuelewa hivyo, utaelewa you are in the wrong place if you came for a church. Me, I'm not a leader of a church. I'm not leading a church. I am a caretaker of an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Just like Moses was a caretaker of an altar. Just like Elijah was a caretaker of an altar. Just like Abraham was a caretaker of an altar. Mimi hapa nimekuja tu kuchunga madhabahu. Nini unaangalia? Unaangalia kama Yesu amefika? Mama amefika? Mami ni okile? Ako ojire haulio. Mama hajafika, nataka mama. Angels tumezoeana nao. Nataka mama akuje nimuulize maswali pili, ulitupatia kijana namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze kuelewa. Hapa si mahali pa ukawaida ule mnakuanga nao. Najua mlikuwa na ukawaida, mlizoea wachungaji, mlizoea kukuwa na pastor, kukuwa na evangelist, kukuwa na prophet so and so. Me, I'm not a prophet. I'm not your prophet at all. What I have, I'm holding a prophetic office, but I'm not your prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the difference. Ukiweza kuelewa hivyo, tutaelewana. Hapa I will never compromise. I will never bend anything. Because I am not even the owner. I'm here just to supervise the works of God, the miracles of God, the ways of God. Once I'm done that, I'm happy. I go home. Naenda nyumbani nafurahia. Mungu akiniambia leo toka hapa enda Moscow, ni ndege naingia naenda. Siulizagi mtu, siobagi mtu fare, siobagi nini, naingia kwa ndege mimi naenda. Maana he will send me with provisions. Hanitumangi bila provision. Ati nitaenda nianze kuuliza ati kanisa nichagieni, sina tikiti, nataka kuenda na sasa nimetumwa na Mungu. Hapana, Mungu hawezi kunituma na akose kunipatia tikiti, na akose kunipatia mahali pa kulala, na akose kunipatia kaguo kakuvaa, na akose kunipatia wale watu nitakutana na wao huko. Atanipatia. He has planned for everything. That is the power of the altar, and that's the mystery of the anointing. Anointings are different completely. We have priestly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. And we have kingly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. These are two different anointing. And these anointing are brought to you specifically because of a specific mission. God, Mungu huwa anatayarisha mtu kwa muda mrefu
for a particular reason, na labda haikuangi a long reason, haikuangi a long time reason. It might be a very short reason, but the preparation, Jesus was prepared for 30 years for only 3 days, for only 3 years. He was prepared for 30 years for only what? 3 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa akiwa na mwaka mmoja akizaliwa, tunaambiwa akiwa na miaka 8, tunaambiwa akiwa na siku 8, that's when we mention him. Again akiwa na miaka 8, alafu tunamentioniwa akiwa na miaka 12, kisha tunamentioniwa akiwa na miaka 30 akianza kazi. Because he is mysterious person. He is somebody ambaye ana move from one dimension to another dimension. Ana change leo anakuwa hivi. Si mnaonanga sometimes hata nyinyi mlishindwa kuelewa. Sikosi ulinishindwa kunielewa. Sometimes umeachaga umeniweka kwa box, unakuta uliweka kihuruta kwa box. Bwana Yesu asifiwe sana. Siko kwa wakati mwingine, wakati wa zamani ule unajua tulikuwa na yeye Mungiki. Na hatujaanza na Shiko sahihi. Mkiona nikijoku na Shiko tumetoka mbali. Tulikula kiapo ya Mungiki na yeye. Anatigo. Yes. Na umwambiage hiyo kitu inachokaga, inarudi inachoka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. We have a prophetic anointing, kingly anointing and a priestly anointing. Na hizo ndizo nataka leo tufafanue zinaendana namna gani. Ndio uweze kuelewa why are you here. Usikuje tu kwa sababu wewe unafikiria umekuwa na kanisa, umekuwa na nini, sasa ukuje hapo utakuja na ufiti na uanze na uendelee na kazi yako. No, it does not happen that way. There are protocols that has to be followed. Kuna mitaratara. Na mitaratara sio yangu, maana this is not my place, this is not my property. Hii sio yangu, hii ni ya Mungu. Ile yenu ile mnajua ya mtu ni pale kwa Harrison Nganga. Ni baba yangu ya kiroho. Ako pale. Enda kwa James pale, utakuta huko ana control, anasema ako na mke wake amepigwa picha na yeye, amekaa hivi, ameweka picha pale. Mimi unaonanga picha yangu na mke hapa? Mimi yangu hata picha yangu unaionaga hapa? No, utaipata kwa Dhigira wa Dola kwa sababu Dhigira ni yangu. Hello, lakini ikifika kwa kanisa hata picha yangu hautaona because hii ni madhabahu. Sio kama mnanielewa? Hii ni madhabahu. Sitaweka, siwezi kuweka picha yangu hapa. Ya nini? Labda sasa niweke ile nikitagasa kitu, lakini it's not ile permanent picha na mtu yangu hapa. No. Hapana, hiyo siwezi fanya hapa. This is an altar of God. And it's not between, sio yangu na mke wangu, sio yangu na watoto wangu, sio yangu na watu wangu. Hapana. Ni mimi nimeambiwa, mimi nilikuwa appointed nikaambiwa chunga madhabahu yangu. Full stop. Sikuambiwa tuchunge na watoto wangu, sikuambiwa nichunge na girlfriend yangu, sikuambiwa nichunge na mama yangu, niliambiwa chunga madhabahu yangu. Kisha nikauliza Mungu, nitafanya namna gani? Akaniambia nitakutumia watu wa kutembea na wewe. Ndio naonaga ukinikasirisha roda na kurudishaga back. Tunaona maana yeye ndiye alikutuma kwangu na kurudishaga back. Naambia Mungu kimudu rade heire. Nekirami orire. Simple as that. And I disara need makagio kana ni ukoligo kado ukoligo. It is not my fault. Nani alikwambia ukuje kwangu? Mimi nikuitwa, niliitwa nikaitika, na wewe uliitwa ukaitika. Hello? Tikaendelea wana. Naongea ujinga leo? Ninaongea ujinga leo? So I didn't call you and I'm not interested in you. Na sina haja na wewe hata kidogo, sina. Nina haja tufanye ile kazi tumeambiwa tufagie nyumba. Chukua kifagio na mimi nichukue kifagio tufagie. Tukifikisha pale tuambiwe takataka haitupi hapo, inapelekwa Ruai. Chukua hiyo takataka tuende Ruai. Usiniitishe fare. Mwenye anakuzungumzia fuata yeye, mwambie nipatie fare kwenda Ruai. Hiyo ndio meaning ya kukua in an altar that has a kingly anointing, has a priestly anointing, has a prophetic anointing. This is not all churches that have 3 altars, 3 anointings. Inakuwaga na moja. Because that is operating in one. But this one now is operating in the kingly anointing and the priestly anointing and what? Prophetic anointing. So this is something so different from what you know. Bwana Yesu asifiwe koki. This is something, sio ile kanisa ulikuwaga pale Dadola na Kayole na kule kwingine umeenda na kule ni Makueni, Tala. Twende tena Tala kana twende teko Mwala. Twende te Mwala. Ile madhabahu ya Pastor Wamora ule mrefu. Sio hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kitu tofauti, hata mimi sina control. Hello?
Sina control hata kidogo, sina uwezo wake, sina, I cannot promise you na kupatia position. From where? Nikutolea wapi? Hii kitu si ya mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliambiwa simama hapo na simama. Niambiwa nimekuja. Sasa nimekuja hapa, nimeanza kusoma vitu hapa nikijaribu kuelewa ni nini nimeambiwa nikuje nimefanya. Nikitoka huko nilikuwa nimeprepare kakitu, imefika hapa imefutika. Ndio Mungu anipatie. Sasa ameanza kunipatia. Ndio naona sasa naanza kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa nakwambia dedication, nilikuwa najaribu kukumbuka ni nini nilikuwa natengeneza. Nimekaa huko nikitengeneza mzuri, imefutwa. Sina. Sasa nimewekwa ingine, maana huko sikwa. Hapa sikwa? Sikwagu. Hapana. Wako mukagero Ngai kuria kanyama. Ngamuthinjira mukaria tuburi twakwa mukaria. Noru haha mwire tuoria muturi. Haha dioi, ona ni dioi. Yana kiri mutawe. Kiria gukwira dikioi, guthigithikiriria TV-ini niki guhunjagia nani gathomera hau. Unanyita? Natokaga hapa mkiona nimefuga mlango nimejifugia, si ati ni kwa ubaya, naendeka kusikiliza ni nini huyo pastor alikuwa anaongea. Nachukua kitabu na notes, naanza kufanya nini? Vitu mingi nimejifundisha na huyo pastor. Usikia ati kuna kitu nakuaga najua. Hapana. Most of these things najifundishaga, naendaka kusikiliza pale, nasikiliza huyu pastor alikuwa anasifundisha namna gani, nasikiliza nikiandika, na mimi naenda kuapply. Wenye mnaenda kuapply na mimi naenda nini? Kuapply. Utakijire kimundu takiuge kirumire mutwarane na keko. Mundu empty. And that is why mmekuwa disappointed sana. Because I'm empty. Hello? I'm just empty. Tio ukaga guthumbura gutindo kigia hakiri ate nguhe agenda. Ndikorogo na agenda. No yoko guo kakwira ugeciria ni genius. No, I'm empty. Ujigago de empty 24/7. Nitakwambia maneno yako tukiwa pale yote from A to Z. Lakini ukitoka hivi uniuliza tulikuwa tunasema, tunasikia wale unanipigia simu unaniambia nitwara nete togoka niko kai na kuuliza tulikuwa na wewe lini? Nani nimeiuliza hivyo? Nimeikuuliza wewe? Tulikuwa na wewe lini? Tulizungumza nini? Yeah, because inakuanga empty. Sikuagi na kitu hapa. Doka nyona gate dire genius. Nikuhuthirwo huthagirwo hiena kimuferedi kia mai kile kikuwa mai na gicoke gikue mai. The same mufereji. That is me. So just nihurumie tu, nihurumie. Ile maneno yote nawapatianga nikitoka hapa ni zero. Huyu mama ananipigia simu ananiuliza tunapanga na yeye kila kitu. Akikuja kuniuliza naambia hebu nimkumbushe tulikuwa tumesema nini? Sasa anaonanga mimi kama nitapeli. Tikwenda kwa mami. Uko straight woka kwa office ukaodiricanetie nigetha oni connect. Igore na ni muferedi kule igoro na gwo muferedi wake atia uhe information internet ye information. Todo dire ona na go hedeti mundu gwito Roda tucamanie na nyuki tucamanie ko Naivasha ujigwe de Mombasa wahurira thimu ranjira de Naivasha niki ureka Naivasha niki ureka Naivasha te ndio tirarikane tucamanie Naivasha ko tarora thimu yaku ko I don't know todo ni hiena ga karoboti ndutagwo guku gatwaro guku garutwo guku gatwaro guku tau no tutigane nawe haha umuthi niguo ani tutigane nawe haha thaa ici rucio kanjigwa ndiracia ucoke unjire atiriri ati ndi muthuri waku na ndigukwira tono no ndege nguthi kuingira ono no guhiana nguingira ndege nathi ni nguthi gucamania na nguo nako. That is me. So that is I'm just trying to create a platform for you to understand the kind of a topic I want us to discuss today. It's a very important topic for you. Ni topic mzuri ya kuweza kuelewa maana ya mafuta na mafuta inatembeaka na inafanyanga kazi namna gani. Maana ukielewa maana ya mafuta na ujue mafuta inafanyanga kazi namna gani, utaelewa kama unafaa kukua kwa hii nyumba ama ufai kukua kwa hii nyumba. Utaelewa unafaa kukaa na mimi ama uelewi ufai kukaa na nini na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kutokuelewa mafuta hautaelewa
unafaa kukaa wapi. Because kuna wale watu wameitwa kwa ajili ya mafuta ya hapa, na kuna wale watu wamekuja hapa kwa sababu wameona mafuta ya hapa inafanyaga kazi, amekibia amekuja hapa, but there is no reason for you to be here. Umekuja hapa kwa sababu uliniona kwa YouTube, na kwa hivyo kwa sababu unafikiria wewe ni mhubiri mzuri, unaona lazima ukuje na uendelee kuwa mhubiri. No, I don't entertain nonsense. Hiyo ujinga mimi si entertain hata kidogo, na nitakwambia pack and go. Niondolee ujinga. Maana hapa ni kwa Baba, na Baba ako na say, ndio ako na plan, ndio ako na arrangement, ndio ako na kila kitu. Sasa mimi nitakuja nikutolea ajenda yako, nikutolea wapi? Nikukuhenia. Taje huko yate nikukuhegete gashi ama nikukuhenia na kahinda gaku ka ucemani gathira ri, no gukwira kahinda gashi ama nigekatia gaku ni gathira. Na igwa mundu gwetwo Waweru. Taru kahinda kanyu ni gathirire. Muda mujarerie cemani wanyu. Cemani mweru. Nimwanyita ucarie cemani ki nigetha njuke ndimuhe mandate yengi. Mandate ya cemani ucio na secretary ucio na treasurer ucio ilifika mwisho, hiyo iliisha. Sasa tuanzishe, nitakuja nitakwambia this is the mandate Mungu amesema mfanye. Haitaongozwa na hawa waliongozwa, utaongozwa na wengine, watapatiwa anointing. So because every time somebody kitu kiinuliwa inapatiwa anointing yake. So kuna wale watu wana uwezo wa kubeba hiyo anointing. Ya anointing wakibiba waifikisha mahali inafaa, hiyo kazi inaishia hapo. Angalia Joel, si alikuwa hapa na subua mama hapa kuingia pale. Mungu akamtoa hapa, watu waliroko. Ukiumako ukajikuta dhika. Na Joel amezoea, ameelewa, amenielewa. Joel saizi nikimwambia ni Nakuru, harudigi nyumbani. Hata niulisagi sijabeba nguo Nakuru, PO box Nakuru. Bwana na anafiti huko. Na anakuta amekaa ni kama ni yeye alikuwa founder. Kwa nini? Ameelewa mafuta yangu. Ameelewa vile Mungu ananitumianga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe turaha ung'ang'anite ati wewe ni una position, wewe ndio una njia zako, wewe ndio uko na mipango yako. Watu kazi itaendelea ukiwa umesimama hapo na kazi ya. Tutakuachia hiyo nafasi umekanyaga, tutakuachia. Tuendelee, katangolewa, utaambiwa soka kangolewe, utabaki hapo kiwa. Yes. That is the mystery of this ministry. Hallelujah. Hata mimi mwenyewe naombaga Mungu gai ndio mkaka saa 9 na saa 6 na saa 5 na saa 4 kuambia Mungu kesho, when you are making your move, don't forget me. Because naweza jikuta hata mimi si yuko. Hello. No de koleginya goko direke. Ogera gado hete na kanitha hata na kigongonda gacoka gakora onani mwenyewe si yuko. Bwana Yesu. So wewe wacha tu marigo hiyo unakuwa nayo tudogo, wacha. Ifit na uingie mahali Mungu amekwambia. Yani Mungu akikwambia kalia hiyo kiti kalia, fanya kazi. Hiyo Mungu amekupatia leo, ifanye. Maana kesho hauna. Mpaka kesho tena tuamuke asubuhi, tuulize maswali. Nani mwingi, nani ako job? Ile uko na ile ulale wero gakoro muthedere wera. Yeah. We thank this to God. So hii sio ile mnaendeshaka, hii ni different. Na muelewe hivyo. Na mjue hivyo. Na imebadilika kutoka tarehe 8 mwezi wa 8. Si umesikia mpaka nilikuwa nimeambiwa kuna watu watanitoroka wengi. In fact niliambiwa half of the people you have wataondoka ndio waletwe wale wa the season. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is my happiness when I find myself, because wakati nilikuwa Mungiki I used to plan. I used to organize myself. I used to know tomorrow nafanya hivi. Kesho naenda hapa. Leo kesho tunaenda kubomoa nyumba fulani, tunaenda kubomoa kitu fulani. But since then I am not even aware ile kitu nitakula, venye nitavaa, venye nitakaa. Unaweza kuja ukae hapo ningoje hapo kwa ofisi, nimefunga mlango, Mungu ameniambia lala kidogo nataka kuongea na wewe. Na unakuta nikingorota. Kasa mimi ni wale watu wanangorotaka vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tusome kitabu cha Kutoka 29 mstari wa 1 mpaka 7.
Kutoka mstari wa 26, Kutoka ni Exodus 29. Exodus 29 from verse 1 to verse 7. Tuende hapo, tutarudi tutasoma kitabu kingine Leviticus, alafu Isaia. Levi? Si ndio nimesema? Nimesema nini? Leviticus. Sasa najua nyinyi ni watu wa Kiambu na Murang'a. Mimi nimetoka Rift Valley. Jana mimi tulikuwa huko Joro, tulikuwa tumeenda harusi ya Rashio ya mama mwingine hapa mshirika. Ako amefika kwa hajafika, siwezi anaweza. Aliiba sana huko. Aliiba sana huko. Na tulikuwa tunaiba zile tradition. Zile tradition. Si za wazungu. Hata ile harusi yote tutafanya kwa hii kanisa, hakuna kitu ya msugu tutaweka. Kama ni Mkikuyu tutaweka vitu za Wakikuyu from A to Z. Nako wapi yani? Yani weko. Si yani wewe. Yani Dwiga. Ameenda job. Ama na bibi yake yakopi. Kama mwana mfagoriko. Huyo ndiye tataka tufanye harusi yake. Tutaifanya in the traditional way. Ndio bukuje na hiyo vitu za wasugu msema it's not biblical, mnionyesha biblical iko wapi ya hiyo. Wako ni uhiki huko. Uweko na Ugikuyu. Kama ni Mumeru tufanye Kiu Meru. Kama ni Mukamba tufanye Kamba. Because that is where the wedding starts and ends. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Leviticus ama ni Leviticus? Situpatie basi. Ni Exodus, Kutoka. Haya ndiyo mambo utakayo ya wafanyia Aroni na wanawe ili kuwaweka wakufu wanitumikie kama makuhani. Sema priestly anointing. Sasa kuna mafundisho na kuna plan how to anoint priestly. Ati amesema haya ndiyo mambo utakayoyafanyia Aroni na nani? Na wanawe ili kuwaweka wakfu wanitumikie kama makuhani. Utachukua ndama ndume na kondoo mandume wawili wasio na dosari. So there is a sacrifice involved when you are raising the priestly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unainua dhabihu katika kuwabariki wana ambao wameteuliwa kwa ajili ya huduma ya kimadhabahu, kuna nini? Waliambia wachukue ndume na kondoo. Ndume wa nani? Ndama. Utachukua ndama ni ng'ombe. Ndama ni nini? Ne jao ya mudurume. Sio niongea na Kikuyu mzuri ndio muelewe. Jao yake ya mudurume kana adume, itakuwa dume. Ndama ni gashauka nini? Kama udurume. Kakatoi. Kama udurume. Na kondoo mandume wawili. Na dorome. Munanyita? Nake? Dorome ti thenge. There is a difference between a thenge and a dorome. Dorome ni ile inakuwaga na Getoi? Kile kitu kinaendaka nini? Hapa nyuma. Hiyo ndio tunaita kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unatumia kondoo wa kiume. Etari hakure. Etari hakure. Are you getting me? So what does that tell you? Now that sisi hatuna makondoo na hatuna hizo mandume. Sasa you get a sacrifice ambayo haina dosari. You get a sacrifice yenye haina dosari. What kind of a sacrifice do you give? You can't give a borrowed sacrifice. Wezi kuenda mshwari ukope alafu utoe kama sacrifice. Wezi kuenda kwa M-Pesa, ni M-Pesa inakopa kama ni gani? Hiyo ingine ni gani? Tara na branch na hizo zingine na hata Besima imepata hiyo kitu ya kukopesa. Lakini sasa unasikia Deuteronomy inatukubalisha, you shall never, utakopesha lakini hautakopa. Si ndio? Sasa mimi niko gara nitakukopesha.
Tuma uone saa hii kama you are qualified, unapatiwa karoni immediately. Sasa utatoa ndume wa ng'ombe na ndume wa kondoo wawili. Kwa hivyo utatoa sacrifice ambayo haina doa, a sacrifice that is holy to God. Hiyo ndio ina involve kuteua mtu kuwa priest. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ni mwehuba yega. Hiyo ni mwaikira no mutirutete sadaka ya gukahaha. Nwanyita mushoke o kuria haria muthiaga mwethe sacrifice. Tiga sacrifice. Mwethe sacrifice tondu muoka bara-ini. Haha ni githĩnjĩro. Nimuranyita? Riu ni mwatuika athĩnjĩri Ngai. No nginya murute kindu giretanio na uthĩnjĩri Ngai, nigetha mwĩtĩkĩrĩke nĩ kĩgongona kĩa uthĩnjĩri Ngai. Otherwise mũngĩũka murute tũsadaka tũu murutaga nĩ tũkũregwo. Uguo mũtirĩ mũretĩkĩrĩka handũ harĩkũ. Halo, nĩ mũranjigua? Tikũrora na kũndũ kũngĩ Karo, thikĩrĩria tondũ wĩ mũng'athie mũno. Haha nĩ ũrute ndũrũme ya uthĩnjĩri kĩ? Nanyita? Koki? Urute ndũrũme ya kĩ? Ya uthĩnjĩri Ngai, ndũrũme na ndume ya uthĩnjĩri Ngai, nigetha kĩgongona gĩkĩ gĩkũigwe. No ũtũre haha ũgambagia kenua na hatirĩ ũtũra bara, ũtũra ũhũrĩtwo, ũgũtũra wĩ fairo. Nĩ tũthomire ũhoro wa fairo. Ũgũtũra wĩ kĩ? Wĩ fairo. Ũkorwo wĩ fairo, ũngĩrota wĩ na fairo nyingĩ nĩ mũcene ũrĩa ũkoragwo naguo. If you have ever dream, unaona uko kwa ofisi kuna mafaili ama kwako kuko na mafaili, ni ile mshene uko nayo kwa kichwa yako. Faili ni mshene. Ndio kama mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mwende muko na 14 days ya kujitayarisha for the consecration. It is when you have the priestly anointing, you consecrate yourself for 14 days. Ndio ukuje sasa hapa ni kumwagilia mafuta. Na hapo ndio unaelewa kigongona haikuagi na fujo. Haikuaji kusema ati huyu si mtu mzuri, huyu si mtu mbaya, huyu anakuwa, haina upendeleo. Ndio unaonanga mimi saizi nitakweza kukugobanisha, tuachane kama tumekosana, the next time mimi nitakwambia Roda nenda ufanye kazi fulani. Unashindwa wewe unao ukonegenagia. Todo I am a priest. Kama wewe ni muthĩnjĩri Ngai, ndũrĩ mũndũ waku wa mũgongo na ndũrĩ na mũndũ waku wake wanda. Ciana ciothe nĩ ciaku, no nĩ ũcikũmaga na ũgacikunya haha, ũkamũkunya wega, akaigua wega. Nanyita? Na nditacikũigua cikone gwĩkaga gwega. Yes, tondũ ndirĩ na mwana wakwa wa mũgongo na ndirĩ wake. Ndirĩ. Watoto wote hawa ni wangu. While you are doing or you are in service of God. Ukifanya kazi mzuri venye Mungu anataka, mimi niko sawa na wewe. Ukileta kashida kadogo, the smallest of the smallest, ninakubomoa mpaka unasikia vizuri. Margaret, tuko goka hana na umanga kugate ni ndira ku address yoru. It is not me. Nikigogona gyakwa ge ku addressa. Do you better uhorere turute wira. Na wathekere Ngai turute wira. No igwa wairu. Oigwa ndakukoromokera ti ni ndiona nderu ciaku ni cina mbue. Ni cina mbue ni njega mbue ni ciaku. No uria Ngai anjirite ri, are we doing so? The moment you do the will of God in the plan of God, we am good with you. But the moment you deviate kidogo tu uondoke kwa ile mtaratara ile Mungu anafanya na kuaga adui wako mara hiyo. Because I know my God is not a joking God. Tutafia kwa mimi na wewe. Unaenda kuthoni ndo akwani? No, I can't. Siwezi. Hata mtoto wangu akuja hapa na waondokeaga kama kitu kingine. Naruka na ogoja hivi. Anauliza daddy unatuondokea? And I have no problem. Na nafurahia tu. Nasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapo kidogo baba. Alafu turudi nyuma verse 1 tumalizia ndio connect vizuri. Alafu anasema ndume na kondoo mandume wawili wasio na nini? Na dosari. Tuendelee verse 2. Mikate isiyotiwa chachu. Mikate isiyotiwa na nini?
ni mikate reko yo mugate utari wako ibio utekeretwo baking powder. Hiyo ni sacrament. Bwana Yesu asifiwe. Maandazi yasiyotiwa chachu yaliyokandwa kwa mafuta na mikate miembamba isiyotiwa chachu lakini iliyopakwa mafuta, vyote hivyo viwe vimetengenezwa kwa unga laini wa ngano. Hiyo ni prescription. Ndio upate hii anointing ya priestly anointing, ndio ufike kiwango cha kubarikiwa, ndio mafuta yakuwe juu yako. Kuna sababu na conditions ambazo Mungu anazitengeneza, na hiyo condition inakuanga na vita zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utakuta kuna mtu amepitia vita, amepitia magumu, amepitia challenge nzito akijaribu kufikia mahali pale. Wakati tu anaanza mbio anaenda pale, ndio nasikia nyumba yake inafungwa. Wakati anaanza mbio ya kwenda pale, ndio nasikia kazi yake ndio hiyo. Ndio anaanza mbio anaanza pale, ndio nasikia magonjwa fulani yametokea. Akianza mbio ya kwenda pale, ndio nakuta watu wanamuinukia because they want to stop you from becoming that priest. It is a price that you must pay. Nethogora no ginya urihe. Bwana Yesu, it doesn't matter how painful it is. Just persevere. Push and get it. Push kabisa. Na usikubali. Na ukikuta unahusika na watu ambao wanakuja wanakukamata akili yako, wanakupeleka upande yake, uko tayari haujaiva vizuri. Ukikamata ukiwa na priestly anointing, haukamatikagi, unakuwaga kama ile samaki inaitwa kamogo. Ni gateru, inaitwa gateru. Ukishika hapa inaponyokea hapa. Ukishika hapa inaponyokea hapa. People will not be unable to understand. That is why Moses was a mystery even to the family. Baka ikafika huyu mama dada yake akauliza, kwani ni huyu tu Mungu anasikilizaga? Because walikosa kumuelewa. Walikosa kuelewa sababu ya huyu mtu. Walikosa kuelewa huyu mtu ana behave namna gani hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mtu ambaye ametengwa na amemwagiliwa mafuta hafanyagi na formula, hana formula ya maisha yake, hana formula ya kufanya vitu zake. Kama Yesu aliambia ule mjamaa, nenda temea, akatemea udogo mate, akamupaka hiyo matope kwa macho, akamwambia nenda kwa mto kaoge. Just imagine, huyu mtu aliambiwa aende kwa mto akaoge. Nani alimpeleka? Alikuwa kipofu, ameogezewa matope, akaambiwa nenda kwa mto. Immediately alipoguzwa na matope yale, kuna kitu kilitendeka ndani yake, na akapata nguvu ya kuelewa mahali mto iko, na akaenda kwenye mto bila kusaidiwa na mtu. Alipofika kwenye mto akaoga, macho yake yakafunguka. It is because of that priestly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have the priestly anointing, you are able to command the spiritual realm. You are able to command. Therefore, that is the reason umenyimwa kuwa na mtu ati huyu ni mtu wangu, mimi nasaidi na huyu, mimi sisaidi na huyu. Maana Mungu hata kuelevate, hata kuinua, hata kupeleka level nyingine. Maana akielewa, Mungu akijua wewe uko na watu wako na watu ambao si wako, Mungu anakunyima nafasi. Bana, utaua hawa sio wako. Uko na mafuta ya kuua. Sio kama mnanielewa? Uko na mafuta ya kuua. That is why God will limit you until you mature. That is why God will cause battles in your life until you mature. That is why you see, utasukumwa na vita vikali, utasukumwa na misukumo mikali na migumu hadi wakati utamachua, ndio uweze kuachiliwa anointing hiyo. Maana hiyo anointing haipatiangu mtu mpaka afike kwenye level ya kuwa desperate. Musa ndio apatiwa hiyo anointing ni wakati aliua mtu. Na hakuwa amepanga kuua mtu, alirudisha ile kofi yake manyoko, akagoka mtu, akaanguka, kazika, akashindwa atafanya nini, maana atashikwa. Alichukua yeye mwenyewe, akachimba shimo yeye mwenyewe, akazika yeye mwenyewe, lakini Mungu alihakikisha kuna watu wawili wamemuona kizika, na wakanyamazia until the time wakati Musa alianza kufanya maneno, akaitwa, Musa toka, kuja hapa. Unakumbuka pale kwa kale kamuti? Ni nini ulifanya hapo? Musa akajua, alijulikana, alionekana, because alikuwa nafikiria hakuna mtu alimuona. Musa akatoka hapo kaguu na jia, akaanza kuenda. Hakuna mahali alikuwa anaenda, hakuna mpango alikuwa nayo ya mahali anaenda. Alianza kaguu na jia akienda. Akatika hali ya kuenda, naye watoto wasichana wa Jethro nao wakatumwa waende wakachote maji. That is what we call the priestly anointing. It connects you with your destiny makers. It connects you with your destiny helpers.
When you have the priestly anointing, inakuconnect na wale watu ambao unawahitaji katika maisha yako. Sasa nyinyi mko hapa kwa sababu nawahitaji, na mimi niko hapa kwa sababu mnanihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko hapa kwenye mahitaji yako na mimi niko na mahitaji yangu. That's why ministry ya priestly anointing, that is how it does. Kimutu kitatoka tu Amerika, kikuje, kifike hapa, kikikuja kinunue mesa yangu ya kukalia, kikimaliza kununua mesa na kiti, kinunulie kasuti kamoja, hicho kimutu kianza kusikia vibaya, hakitaki kuniona, maana kazi yake imeisha. Naye kule pande yule mwingine naye anabarikiwa. Na inaisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usikuje kama kazi yako imeisha Sara, kama kazi yako imeisha kwangu, usisukumilie sana. Utaumia bure, maana utachomwa na mafuta yangu. Na mimi sitakusukumilia kama kazi yako imemalizika hapa, sitakuhold nikupede gohenageria kuguragira tumahede twa muthuguno haha uate gukenagie guragira karori popu test. We will be wasting our time na tutagogwa ndio tuachanishwe. Kutakuja hapa pressure, kimoto kiwaya cha live wire kitatukoka shoko, wao uende huko na mimi niende huko. That is what we call priestly anointing. It does not care who you are, what you are. Tunaweza kuachana na wewe ni mke wangu, kesho ukute wewe ni Asha. Kama wale hapa sasa waegi umekuwa disappointed. Simekuwa disappointed sana. Tuliachana mkiwa girlfriend. Nilikuahidi maneno mzuri. Saa hizi unaniona niaga kwa YouTube. Wala wengine mmeniona niko na pete, mnashindwa hii niliweko sasa leo hakuna. Sina nimeona mmeangalia sana. Umode dekerete kamarati kanile. Maana sasa hivi Sara naangalia sana. Umode dekerete no ihare negwekera. Afternoon service nitaba. Napenda huyu msichana, ni muibaji. Bora kunoekelea huko. Thank you. Yes, kaina fio. Ginyorogame. Takale akage gato ile. Bwana Yesu asifiwe sana. This kind of anointing ni anointing inakuanga very mysterious. It has no touch. Huwezi kuishika na utembee nayo. Hauwezi. Inakuanga slippery sana. Tuendelee baba, tuendelee vizuri. Inakuanga slippery. Lakini ukiitolea dhabihu, ukiitolea hiyo dhabihu amesema, itakupatia mizizi. Maana you are here to connect with me. Ukiconnect na mimi, itakufungulishia milango yako yote ambayo unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende verse 3 please. Kisha iweke hiyo mikate ndani ya kikapu kimoja na kunitolea wakati mmoja na yule ndama ndume wale kondoo ndume wawili. Verse 4. So you have to bring them together. Ndio hizo uziweke kwa siku ambayo ni maalum ya kufanya hivyo. Kisha wapeleke Aroni na wanawe malangoni pa hema la mkutano na kuwatawatha. Wapelekwe, waletwe mahali hapa. Hapa ndio malango. Waletwe mahali hapa, kisha wamwagiliwa mafuta, waambiwe sasa you are ready to serve. Mafuta hiyo inapotiririka kwako kama vile ilitiririka, ikatiririka mpaka kwa nani? Kwa derusi ya Haroni, ikatiririka ikanyororoka hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo umefanya nini? Umetawadhika. Sasa you are ready for service. You are ready to receive the anointing. You are ready to receive the power. You are ready to receive communication za kiungu. You are ready to hear from God. You are ready to be told this is what will happen. Mimi nakuaga niko na information what will happen tomorrow. Ninaandika, nikiamshwa ninaandika, naandika, naweka. Na sasa naongojea kuona hizo vitu zikifanyika. Kisha utachukua mavazi yale ya kikuhani. Simameni hapa. Utachukua yale mavazi ya nini? Kujeni hapa. Utachukua yale mavazi ya kikuhani umuvike Aroni. Hello. Utachukua, nipatie hiyo. Utachukua ile mavazi ya kikuhani kisha utamuvisha Aroni. Bwana Yesu asifiwe sana. Joho na kansu. Joho ni gani? Ni hii. Na kansu ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa wametayarishika kwa sababu ya huduma. Wakikuja na hiyo dhabihu, watoe hiyo dhabihu, kisha nitawabariki, nitawapatia kifunguo cha the next move of their life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanzu, kizibao, kifuko cha kifuani. Si mnaangalia, waangalie huko waone.
kifuko cha nani? Cha kifuani, na kumfunga ule mshipi uliofumwa kwa ustadi. Huu mshipi ambao umefumwa kwa nini? Kwa ustadi. Sasa hawa watafanyika kuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nilitangaza hapa nikawambia washone nguo kama hizi, wakuje kisha tuzione, kisha watoe sadaka ya kuhakikisha wameingia. Sasa kutoka hapo watafanya nini? Tena umuvike kile kilemba kichwani na kuweka juu ya hicho kilemba ile taji takatifu. Unaona karo leo au unawaje kogo Maxi? Mwena koki. Unaona aya leo mesawa. Aya meke. No aya nimekatea. Ni matsio kaduda hanini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kufanya hivyo, utachukua yale mafuta ya kupaka, umiminie Aroni kichwani mwake kumweka wakfu. Lazima umiminie mafuta. Ndio uhakikishe sasa unwamweherania na andũ arĩa angĩ, ti andũ a kawaida. No rĩu andũ aya moka moko matheri, na meguo menayo, moka moko matheri. Atire sadaka mwaruta. Atire, iyo ti sadaka. Iyo mutigecire he sadaka hau. Ni moigwa kĩrĩa kĩraruta. Gũtirĩ ũrĩa ingĩka wanyu, nginya mwĩke ũguo. Kisha utawalete wana wa Aroni na kuwavika vizibao. Hallelujah. It is a process for the priestly anointing to come upon you. It is a process. It is not just kitu ati ya kupitia, ya kuepa ati alabakakaka yekekekeke ati wao walikuaga nini, wao walikuaga. Yes, ulikuaga kule ulikuwa. Urale pastor kule urale ke? Goko dole pastor. Hello. Onogioko kenugaga o bishop. Ukiatua kinyoga ugo kenugaga o bishop. Mimi siwezi kunikakutambua, sikujui. Mimi sikukutawaza. Mimi patua maagizo ni watawaze. Nimeoka na nguo. No matinoka na ke? Na sadaka. Na mutinoka muhubirite mitwe yanyu. Uwe ndikimuitiriria maguta. No ni ngomurathi nigetha mutigathi kuhurwo ni ke? Ni ngoma na kubara-ini ni ngomurathima. Ruthi muikare thi. Muthenya na mukagĩa na sadaka ri. Icio cierwo hau murehe. Bwana asifiwe sana. That is how to make a priest. This is a process of making what? A priest. A priest sio ati ukuje hapa ati oya leo nitagete oya ikarira hau. No. It is a painful journey that you have to go through. So that once you go through the painful journey, kuna kitu kitakuwa kitafunguka ndani yako, na hicho kitu kitakupatia a special command. You will be able now to command the spiritual realms. Utacommand anga. Utazungumzia anga na anga itakusikiliza. Utazungumzia kitu na itakusikiliza. Maana kuna utukufu wa Mungu ulio ndani yako. Maana hapo utawafunga mishipi viunoni na kuwavisha kofia zao. Hivyo ndivyo utakavyowaweka wakfu Aroni na wanawe kuwa makuhani. Hao watakuwa makuhani daima. Maana ile kitu unafanya ni daima. Sasa ukitoka hapa under my anointing utakuwa kohani. Lakini ukitoka hasa uende ufugue vitu zako eti kwa sababu umeona umekuwa na mabawa, anointing yangu utaiwacha hapa. Hauwezi enda nayo. Utawacha wapi? Hapa. Na utarudi kama umetoa ulimi yako iji sita. Hiyo ndio sheria ya mafuta ya priestly. Uondokage na ukiwa under this anointing you perform whatever I do. Chochote ambayo unafanyanga. Sasa hawa nikiwaweka wakfu, anything mnaonanga nikifanya watafanya na itafaulu na itafanya, because they are under the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa Shiko ulikuwa pastor kanisa ingine, lazima ukuje unielezee ni nini ilifanya uhame hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuja kuniambia ulikuwa na makanisa 2, 3, 4, ndio hiyo makanisa iaguke, iliagushwa na nini? Halo, siwezi hamisha ugonjwa huko nilete ugonjwa hapa. Lazima nikuelewe. Wagoithie makanitha makaro no nginya amenye atiriri mundu uyu urenda kurugamia twike pastor ri arari pastor kuria aroka guku pastor niki kiramurutire kuria.
The moment now you understand ni nini ilimtoa huko, kutoka sasa hapo mtaanza safari. Kama alikuwa na kanisa, tujue ni nini kiliagusha kanisa yake, ni nini kilihusika kwenye kanisa yake kuanguka. Alafu uniambie, lazima nikuelewe, uniambie baba yako ya kiroho alikuwa nani. Sasa ukinielezea huyo baba ya kiroho, nitafanya ujuguzi wangu polepole mpaka nifuate, nijue baba yako ya kiroho kama ako hai nitajua, hata kama hayuko hai nitapata. Hiyo ni namba 1. Namba ingine nitafuatilia sana, nitataka kujua wewe kama sasa mimi Dora ndio naonaka nalijitagasaga, na baba yangu ya kiroho anajua mimi sina nini? Mimi sina nini? Najua sasa hapa mlinishika. Sasa mnafikiria ati nini wewe ndio mtingi atakwaria. Sasa ndio nimefanya nini? Nimepata. Na sasa nikipata nitaenda kwa baba yangu ya kiroho nimwambie nimepata. Sitafanya hiyo harusi yenu mnafanyanga, nitafanya traditional. Na traditional tutaenda Rorashio home. Tuende kwao, tuone baba na mama. Na mimi baba na mama. Baba na mama wanitoe, baba na mama wawatoe, tukuje tukue kitu gani? Harusi inaishia hapo. That is the biblical wedding. Hii gini asikuja hapa sherehe, hii ni sherehe. Mkuje tupige nini? Sherehe. Hapa sitakuja ate yes I do. In times of drama, in times of what, in times of... Hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Harusi ya Biblia inaisha wakati binti atatoka kwa mama yake na baba yake, naye mume atatoka kwa baba yake na mama yake, wakuje washikanishwe wawe kitu kimoja. Hali amura arute ile Rorashio, rogano rorathire ile hau. Ingine kuja tufanya nini? Tupige sherehe. Iya kwenda sijui muende wapi angemusaini makaratasi, hiyo ni upusi. Wakati mama yako nore nyokwa na thoguo, ndio ukarutwo kwetho nyokwa na thoguo, na kimundu kiria wonete kirutwo kwi nyokwa na thoguo keithe na nyina, muke munyitithanio, kihiko githiragira hau. Ni Jehova ngagwo geka a mass wedding. No ginya wekwo uhiki wa Ugikuyu. Are you getting me? Korutwa goima, korutwa ke harika, korutwa mwate, korutwa kahuti, korutwa rohira jora, kila giothe gitagio ni muhiriga. You must provide. Ima ati niliokoka nikaokoka, hiyo ni ushetani. Msituletee ushetani hapa. Follow the procedure, end back to the root, because that is what makes you. Na hiyo ndio itasimama, itafanya nini yako isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi ukasimama, hawezi ukaendelea. Kuna vitu mnaruka, mama yako alipitia. Your mother is your God. Your father is your God, the second God. Though na nyokwanisho gai ciaku ciake na gai yaku yake ni ekiri oguo. Riu nawe wenda gutubundithia ndui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So kuelewa na kujua vitu kama hivyo vinakusaidia kutembelea katika ulimwengu wa kiroho na ndio uweze kuelewa. Tuingie kwenye prophetic anointing. Isaiah 61 verse 1. Mumi understand the priestly anointing? Priestly anointing, ukikutana na mtu ambaye ni priestly, please mtembea na yeye pole pole na kwa njia ya kuepukana kabisa. Usijaribu kuinterfere na maisha yake. Usijaribu kufanya vitu ambavyo haviendi vizuri. Atakugoga. Na sio atakugoga, ni mwenye mafuta ile atakugoga. Maana kama sasa nimeitwa kwa muda fulani, nimeitwa kwa kazi fulani, nimeitwa kwa mpangilio fulani, huo mpangilio lazima ukamilike. Na hauwezi kuja kuuzuia, hauwezi kuinterfere. Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza roho yake, maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu, akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema, niwatibu waliovunjika moyo, niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru na wafungwa kwamba watafunguliwa. Hiyo sasa ndio inaitwa nini? Prophetic anointing. Prophetic anointing, you have words from your mouth to speak. Your mouth is empowered to speak. Mdomo yako, ulimi wako uko na
neema, uko na kipawa, uko na kitu kimewekwa ndani yake. Ndio alimshika Yeremia wakati Yeremia alianza kusema nini? Mimi ni nini? Mimi ni mdogo, siwezi kusema. Mungu akashika mdomo, akatoa maneno ya kusema mimi ni mdogo, akamweka maneno makubwa, akamwambia see today I have set you over nations and kingdoms. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa amesema tusome kwanza, turudi kwa hiyo 1 kwanza, turudi kwa 1. Sasa amesema ya kwamba Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza. Kwa hivyo kwanza kabisa lazima ufanye nini? Ujazwe na Roho. There must be a spirit of God, filled with the spirit of God yake. Maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu, ametenga. Hivyo hawa wameambiwa akanituma niwaletee. Sasa hawa hawakutumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Makuhani, the priest, they are here to preach. They are here, they remain in the sanctuary to preach, kusema maneno ya Mungu, kutangazia, kuhubiri. Lakini huyu sasa mwenye ako na prophetic anointing ametumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameambiwa sasa ni Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu, akanituma niwaletee wanaokandamizwa. Nifanya nini? Niwaletee wanaokandamizwa, nikawaambia ya kwamba mwaka wenu wa kufunguliwa ndio huu. Mwaka wenu wa kutoka jela ndio huu. Mwaka wenu wa kutoka kwenye mamlaka ya kishetani ndio huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna responsibility unatumwa nayo. When you come to prophetic anointing, there is a power, there is an authority put in you. Unapoenda mahali popote, unatangazia watu na wanafunguliwa. Unapofika kwenye mahali fulani, unakuta kuna nguvu inayotumika ya kufungua na kukuondoa. Amenituma niutangaze mwaka wake wa neema na siku ya Mungu wetu ya kulipisa kisasi, na wafariji ni wafariji wote wanaoomboleza. There is responsibilities associated with what? Prophetic anointing. Unakuja kuzungumzia wale ambao wanateseka, wale wameshikwa mateka, wale ambao wanapitia kwenye hali ngumu, wale ambao wamesukumwa kwenye misukumo mbalimbali. Nabii ambaye, mtu ambaye ako na prophetic anointing, yani huduma ya kinabii, ndio anatumwa kuenda kuvunja miamba na kuzungumza na kutenda na kufanikisha na kuharibu, na halafu kutangaza mwaka wa nini? Mwaka wa nini? Wa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakuhani wako kulani, tumewaacha ndani ya nyumba. Wakuhani tumewaacha ndani ya hekalu wakae huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Walio na anointing ya kutembea, ya kwenda wakivunja miamba, ndio hao wako na prophetic anointing, prophetic power. Are you getting me? That when you have the prophetic power, you are able to go. Hata miguu yako kukanyagisha tu unakuta mambo yanabadilika. Kinywa chako kiachilia, mambo yanabadilika. Ukitoa neno lile linabadilisha jinsi mambo yalikuwa. God will walk with you. Amenituma ni utangaze mwaka wake wa neema. Yani ameniambia mwaka wa neema, nende ukatangazie watu wangu ya kwamba mwaka wa neema umefika. The year of what? The year of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3. Ni wafariji wote ambao wanaomboleza. Ndio naonanga ninawapatianga nini? Githori ya kurerera. Sasa nikipatia mama kama mama Devi githori ya kurerera, analelera hapo, analala, anasahau alikuwa atoke, analala. Sasa utamkuta hapo akifanya nini? Akingorota. Na sasa Jeni naye anataka kukuja wapi? Kurerera hapo. Sasa Jeni anaanza kuchukia huku. Huyu anaanza kusema usho nake adhi aweka kwa hapo usitwate. Hadi sasa kutoka leo tunataka kuweka nini? Mlango pale wanawake wasirudi kuingia kwa apostle. Sasa wewe unataka kukuja kuingia kufanya nini? Kwa sababu kuna kitu unazuia wanawake wasikuje. Wewe ureda ukatokea tena nawe. Ni wape wale wanaomboleza katika Sioni taji la maua badala ya majivu. Hallelujah. That is why when you come to my life, when you come to me, na kupatia taji ya nini? Ya maua. Maana nimejua uitirwo guiroshi niogyoka. Uitirwo mumaraya. Ulitukano maneno yote ambao unatukanangwa, unakuja na kupatia taji ya maua. Because niko na prophetic anointing. Because I want to prophesy to your life. I want to speak to your life. I want to tell your life, you are not a dog, you are a human being. Huyo mwanaume alikuita ng'ombe, wewe si ng'ombe, wewe ni binadamu.
When ninakupatia kifua cha kulilia, nataka nikwambie ya kwamba wewe sio hicho kitu walisema. Wewe si mgonjwa. You are not dying of cancer. You are not dying of HIV. You are not dying of tuberculosis. You are not dying of anything, because my God liveth. Ameniambia nikuje nikutagasie mwaka wa neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kazi ya nabii aliye na mafuta ya kiunabii. Unaweza kuwa na mafuta ya kiunabii lakini wewe si nabii. Kwa hivyo wacha kung'ang'ana. Wewe unaweza kuwa na mafuta ya kinabii lakini wewe si nabii, hautabiri, hauwabii ni watu ni nini kitafanyika, lakini presence yako inabadilisha. Mimi si nabii, mimi nikakuwa na kitu inaitwa prophetic office. A prophetic office commands things, they work. Moses mahali popote alienda alitumia kijiti, hakutumia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati walianzana na Mungu, aliambia Mungu, ninataka kutembea na uwepo wako. Kwa hivyo Mungu aliingia ndani yake na akamfanya akaifanya the prophetic office ikakuwa ndani ya Musa. So Musa chochote alifanya kilikuwa ni kitu cha unabii. Maneno yote Musa aliongea ni unabii. Hata kwenda kwake kwa choo alienda ilifanyika nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaguza makojo yake utapona. Wacha sasa nitumie dirty language. Ukaguza makojo ya mtu ya huyo utapona. Maana ni nani walienda kuna mtu aliangushwa kwenye kaburi, akaanguka kwenye kaburi ya nani? Ya Elisha. Alipoanguka kwenye kaburi ya Elisha, waliwacha kama amekufa. Walimurusha kwanza ni wiki ya maika yake ibage kwe. Lakini walirusha, alifanya nini ilifanyika? Alifufuka. Alifufuliwa na nini? Na mtu aliyekufa. Maana mifupa ya nabii inakuanga na unabii. Mwili wa kinabii unakuanga na unabii. Ndio unaonanga sana sana kiti kama kile tunaliserve, tunakificha, tunakizuia. Ukikuja kwa kiti yangu, kwa ofisi yangu, ninazuia kiti yangu usikalie. Maana kuna watu wako na intention anataka kuja kukalia hicho kiti tu. Sababu yake ya kuingia kwa ofisi ni kalile hau. Todo kuna kitu anajua, kuna kitu anaelewa kwenye kiti changu kiko nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaweza taka kuchukua mmeenda kwenye party, na ndinanga wachungaji wengi hawakulangi pamoja na wale wengine. Haleluya. Anakanga kando ama anatoroka, unaona ametoroka. Maana sahani yake inaweza kutumika. Maana ukiguza tu sahani ile inabadilika, inakuwa prophetic. Kila kijiko natumia kukula kinakuwa prophetic. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguo mimi navaa ni prophetic. Sasa kuna mtu anaweza kuja anataka kuniomba nguo yako, nipatie nguo yako. No, you just don't give it. If you have that anointing. Mahali popote unaenda unajaribu, una avoid watu, unatoroka, unakuwa sniper, unakuwa msiripari. Ndio mtu mwingine hapa ananitaka ati mimi ni sniper. Mimi si sniper, ni kujielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kujielewa. Na nikijielewa najua yes, this is kwa wakati huu naweza kufanya hiki kitu, na kwa wakati huu siwezi fanya hii. Hata ukinibeberesa siwezi fanya. Hata ukiniita babe siwezi fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuepuka tu, nitakuepuka mpaka siku zile nimekubalishwa kufanya hiyo kitu nikuje nifanye. Maana kuna wakati nimekatazwa kukula chakula, utanikuta tu ni maji tu, lakini nitakupiga chenga kidogo tu, utakuta na vitu zako, chakula zako nitazichukua, nitaziweka pale, nikuonyesha nimekula, alafu nipatie mtu mwingine akule. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaniletea nguo, maana wakati huu sijakubalishwa kuletewa nguo, nitaichukua, nitaiweka, nipatie mtu mwingine, maana imekuja in the wrong time. Until it comes in the right time, and it has been, lazima niambiwe imekuja in the right time. Maana kila kitu ambacho naletewangu kiko na sababu. Ukinipatia shilingi yako 100 haikujangi bila sababu, inakujanga na sababu. Hakuna pesa ama kitu ambacho mimi napatiangwa ambacho ninapatiangwa cha raha zangu, napatiangwa kwa sababu ya kusudi ya Mungu. Anything I get, that's why naonanga na wabiaga ninunulieni chai, because kuna kusudi ya Mungu nataka niachilie kwako. Kuna kitu nataka niachilie. Maana zile mlitoa kama sadaka hapa sio zangu, hizo ni za kanisa na za kufanya kazi ya Mungu. Sasa hii ingine kuna prophetic anointing na release. The Bible in the book of Deuteronomy chapter sio Deuteronomy, 2 Chronicles chapter number 20 inasema believe and obey your prophet so that you can be prospered. The prosperity yako iko kwa apostle wako, iko kwa nabii ambaye uko chini yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo kunawiri kusucceed kwako sio ile sadaka unatoa hapa, sio fungu la 10, ni relationship yako na your prophet. Wagenia daikara wega dalili sikia dalili si milango yako inafunguka. That is the work of a prophet in your life. Kama hiyo kama hamuelewi hivyo, mnafikiria sadaka ile, hiyo sadaka hata sijui ni ya rangi gani, sijui. I have no connection with it at all. Hiyo ni kazi ya Mungu, na hiyo ndio kumheshimu Mungu. Ndio Mungu akuestablish. God will establish you when you are doing his service. Obey and respect your God so that you can what? You can be established. Bwana Yesu asifiwe sana. But prosperity of your life, it is connected to your prophet. And that's why Muslim, you see, they are more successful than Christian because they have a good connection with Muhammad. Very good connection with Muhammad. They are connected, well connected to what? To their prophet. But we are not connected to Jesus. And even if Jesus has anointed me to come and serve here, you are still not connected to me. Wewe unanionanga mimi kama ni muganga, ni mchawi. Because when you come here looking for a miracle, unanichukuliaga mimi kama nini? Muganga. Maana wewe ni muganga. Until when you stop seeing me as a muganga, as a man to deliver miracles, uone huyu ni mtumishi wa Mungu mwenye amebeba kitu chako, amebeba baraka yako. Now the day you recognize me as a prophet into your life will start opening. Kwa sababu sioni vipi mimi naendesha gari, sioni vipi nakaa kama maisha kazuri, sioni vipi navaa mzuri, na wewe bado unaendelea kuvaa tuguo tu ulianza kuvaa ukikuja hapa. Baka imebidi sasa umebadilisha kora, imeangalia huko ndio imehunyoka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. We are supposed to move together because the anointing that is prospering me is the same anointing that is supposed to prosper you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonanga watu wengine na waitanga na kwambia kuja tufanye biashara pamoja because kuna kitu nataka kuimpact kwako. Kuna kitu nataka kurelease kwako. Ndio milango yako ifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. I can command something itoke kutoka Tanzania. Ni command nikiwa hapa ikuje mpaka ifike hapa. Because niko na that anointing. I prophetically speak to a lorry na italete mzigo hapa. I can prophetically stop you. Naweza kukustop. Naambia Mungu na stop. Na sita shida nikiripoti, nitafanya kama ule jamaa alisimamisha nini? Mvua. Aliambia mvua namna gani? Aliambia mvua isimame. Lakini na wakati aliambia ikuje, how many days ilimchukua? 3 years. It took 3 years to return the same, which he said in 1 second. You can say something in 1 second, but to return it back, na ndio inakuanga ni vibaya. Ni vibaya. Usifike mahali pa kukasirisha mtu ambaye umekaa chini yake, nabii ambaye uko chini yake. Avoid kabisa, toroka. Kama ni kitu umeona hamuelewani na yeye, just toroka tu. Na utafute kambini uende muachane naye kwa uzuri. Umsalimie, umwambie mtumishi wa Mungu, kitu kula yakanyamo. Kirathimo kiumaga rya mundu we mukenu. Mwathani agocwo. Onokoro ni nguboete, unasikia nimekuboa kabisa, umesikia umenifika hapa kwa sababu ulikuwa umetarajia nitakuoa na nimekataa kukuoa. Sasa unasikia kunitapika, usitoke na maasira, usinigogadishie miguu, nitakufuga. Miguu nitakufuga maisha yako na nitaiharibu maisha yako. Kwa hiyo ungekora na uchamani na mundu wa kionohu, atakufunga, utaishi kwa tabu. Tafuta huyo mtu Yesu unataka kuhama. Tafuta huyo mtu pole, mupigie kasimu, mupeleke Serena pale, mununulie kachai kidogo. Hivyo tu unajua ni kuenda unaenda. Sasa mwambie, alafu hapo tafuta ujaja. Mwambie nimepata kazi Mombasa. Ujogaji. Unajua ile maombi uliyopaka inaendaka. Nimepata kazi Mombasa. Umepata? Sasa nitasikia ni mimi nimefanya nini? Nimefanya hiyo kazi ipatikane. Kwa hivyo moyo wangu unabororoka, unasema haya, umepata kazi. Wow. Ucho niwe gaito hoya. Isi ukwenda ate mwana wako. Deda liu odathime thigarute wira. Mungu akubariki. Kuria guthi uguthi. Kai akurathime, kai agutongorie, kai akuhotanire. I will not be able to reverse. Hata nikijua. I will not be able to reverse. Ishafika. Bwana Yesu. Lakini ukitoka hapo uthiohioreirie makiria guko uthie twalete ta kuria, utarudi hapa uitete rurimi ugu. Ugodhiruka makanitha mothe, you will not find. As long as sasa mimi anointing yangu iko juu ya hao wote utaenda, they will not be able to reverse anything. They will not be able to cancel. Even if we are tipa mako juu, watakuambia kuna mchungaji mlikosana na yeye.
Mtu mwenye ako na Mungu atakwambia kuna mchungaji mulikosana na yeye, nenda kwake ukamuombe msamaha. Sasa imagine wajioririe kiria ucoke ugora riu hingo turathimĩtwo tuikarĩte wega na aca hara ndamona hara rimwe hiyo mwanamke asiingie hapa huyo mwanamke afanya nini? Asiingie hapa. Na ni hivyo sasa kuta Joel kukora Joel, na Joel ni aheto instruction usiingie hapo kanile kwa dama Joel mwadhani agosho. Sasa unaelewa hiyo? Unaelewa prophetic anointing vyenye iko? It is good and it is bad at the same time. Don't joke with it. Usiruke hapa tunasema hivi, tunaanza kuandikia watu message hapa ati sijui Debra na nini walifanya. Hiyo ujinga pelekea mama yako. Na hakuna mahali utaenda ufaulu. Ugutorokiritaga takehege kurutoka gurutokiri. You can never succeed. You can never make it. Ebu angalia hiyo kitu nataka sasa kukejeli kimetoka wapi mpaka hapa kimefika. Enda tuka historia uangalie kimetoka wapi mpaka hapa kimefika. Unakuja sasa wewe ni mgeni leo na unataka huyu mama atoke hapa hii position. Hujui mama amesacrifice nini mpaka afike hapo. Wewe nduri ha no tigiti uhoyaga. No kuhagaisha gadu gukura matigiti na kile kege. Nduri kindu rutite. Na mundu uyu arutite sacrifices, ni arutite mwiri wake, ni arutite maisha make, ni arutite ngoro yake, ni asavaga Ngai. Ucokeru unjire kairitu akandika rute haha. Wewe ukurokire ira. Na nginya gutire kindu na kiri waruto na sadaka ndorutaga. No ngombo guku. Uri wena mathina maingi. Ati riu tweherie mundu urutite kigokona, mundu ina kigokona giake guku. Unaona hiyo ikifanyika? Haiwezi kufanyika. Nenda ukae vizuri, uende ujiulize kama ulikuwa mchungaji wa Mungu ama wa wanyama. Diwe shirie rege. Umenya wale muhunjiri wao, urahujagiria ki? Tiwoke rutharuranie nyikate Joeli, nyikate oyo, nyikate Margaret. Margaret tugianite nake tukagiana guku, tukagiana okagana tuko twari tunuthu guku twikarite na guku uguo. Makagiginya na Kemani, makagiginya na ginya Kemani agathia kamutiga. Are you getting me now? Ujoke ugeje ujire. Yes, ni head go, ni mundu ina mutomo muno, but this is the right head for this ministry. Sababu aliletwa kwa nini hapa? Nini nitoteka kasioko? Ni mumu, yes, nini ndirona ni mumu no Ngai arona mundu soft. Hello. Joel ni muito ni mukora, ni kindu kiuru. Murona kindu kiuru no Ngai arona kindu kie? Kindu kiega. Riu we ngurumirira we kada ngurumirira ure wamurehire haha. Ngurumirira mwene we. Tondu mwene we ni anjirie ndirakurehera u Joel. Joel agioka haha ciari kuja hapa akiwa nalia giariragira haha gitunyetwo ngari agaciga na Kibera nikamwambia yenda uchukue gari yako. Akaniambia sasa aje sasa. Maana sijui alikuwa anafikiria tutampatia pesa ama tutampatia nini. Nikamwambia yenda. Akakaa hakuenda. Alikataa. Akakaa tena akakuja hapa nikamwambia wewe gari zako liendea. Akasema sasa ni kwa sababu kesi ile iko huko mpaka iko kotini. Sasa namwambia aenda polisi uchukue gari yako aje na kesi haijaisha kotini. Alipofika huko alikutana na askari akamuuliza namna gani? Ulienda wapi ndipo tumekutafuta? Aenda uchukue gari yako. Man, I just commanded from here. Bwana Yesu asifiwe sana. I just commanded from here. Sasa uniambie na command magari kitu haina uhai. Na wewe mtu takufuga. Acha ujuaji yako, peleka ujuaji yako mbali. Twara ujuaji wako kuraihu pio. Waiwa woko ndurahota nidite magadu. I don't tame people. I don't tame people. Peleka ujuaji yako mbali. Sababu ile neno nitaachilia tu hapa itakuharibu, itakumaliza. Na si mimi. Ni ndiye muragiri wa haha. I am a watchman. Na watchman yo heshigo deriro mundu agigoka gukweheria haha ukaugo. Mundu agigoka gugeko ukaugo. Mundu agigoka agigeka kaundu gaka ugeko. Niko na hiyo siri zote because I was given an office, iko na table, iko na kalamu, iko na daftari, iko na vitu zote. You can never be given an office which is empty. You are given an office with its power.
You are given an office with this authority. So ukikuja hapa na kukomadia unakuta umesuburiwa, umeenda kwa makanisa yote, unasuburiwa na pepo fulani, nakuja na nalizungumza na abia baba ama pepo la miaka 500 nalizungumzia hapa na linakoma. Kama naweza kuauthorize kitu ya miaka 500 na inakoma, na ni wewe tu na uko hai na uko na miaka 20 na miaka yako mingi ni ya usherati na pombe, hakuna Mungu ati mstrongo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power. Yani, I'm not scaring you, I'm educating you na kufundisha the power in the prophetic anointing. Na hiyo ndio nataka niwaachilie mkwe nayo. Mkienda mahali, si unaona tunaenda tulienda mlima, mvua ikafanya nini? Ikanyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wameweka vizuizi hatutaingia mlima, lakini tuliingia mlima. Baka maroho ikakuja sasa personally out, mundu kwa mundu kwa gate mutiradhie. Magari hedi, magari ingine mabasi inapada, wanasema mabasi hii itapada, lakini nyinyi hamutapada. Ndio mshindo kupada wapi? Lakini Mungu akaprovide tukali twingine mkaanza kupada. That is how God works when you have a kwa sababu nilikuwa already nishafika kwa mlima. Nilikuwa kwa mlima nikawaita. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu alikuwa anataka munini? Mukanyage mlima. Halo, mukanyage nini? Mlima. Musipade huko na gari, at least mwende kama mita 300 ya mlima. Baka muka faint, nikasikia vizuri. Baka muka sweat, nikasikia mzuri. Baka muka choka miguu, nikasikia mzuri. I was so happy for you. I was so happy. Niliambia Mungu, thank you. Tona no watu mama komenye. Mwaji wangu getaka Ngai yoba. Andu aku mama mwingine alikuja kaniambia ati, uikarete hana andu aku niguo manyarire kete na guko kianda. Ndwario kiugo kiriko. Kiriko gekirite kiu. Kwa bata, mabata kama goro. Mahali utakanyagisha miguu yako utamiliki. Mlikuwa mnataka kumiliki na gari na miguu ya gari. Mlikuwa mnataka kumiliki na matairi ya gari. Mahali utakanyagisha miguu yako utamiliki. Mlima tulienda tukaumiliki. Yes, wacha upuzi. Tano gire kinya daikadire thiko ithano giragia guthio guo. Yes, wagiriro gukirita. Uguo ore metwo ni guthie. Ni kwapata kirima. Hallelujah. Ni kwapata kirima. Panda mlima. Yes, nilikuwa na huko na kaje ya blue. Wengine kama wako na white. Yes. And this is the blessings. This is what God is calling upon us to do, to be where God wants you to be. Just don't be just anywhere. Be where God wants you to be. Do the will of God. Wacha umang'aa. Wacha kujiona ni kama wewe una maana. Ati sasa wewe unajua hawa kama nani alikuambia? Hello, nani alikuambia unajua? The work of God is a mystery. It is a new revelation after the other one. Kila siku mugazi ya Mungu inakaa onion, kitunguu. Ukitoa gosi unapata gosi nyingine ndani. Ukitoa gosi unapata, you are always new. Hakuna siku ati unakuja mimi niko na experience, mimi ni mzee kwa hii ministry. Wewe peleka uzee wako kwa Kenyatta. Mzee ni Kenyatta. Tulia hapa na wetekere kufagwo. Mnanisikia? Kama unataka kukaa hapa, utakaa hapa na utapagwa. Wale watu hapagwigwi waende kwa mtu ule akutopagwigwi. Huko ndo ginya tofagwo. Mario na akahaha. Ona kego katomufage. Yes. Tutampaga. Maria mutheru, nyina wa Ngai twahere ithwe ehia. Tuombee sisi wakosefu leo na siku zetu. Amina. Tuombee sisi wakosefu. Sisi sasa sana saa ya kufa kwetu milele na milele. Amina. Maria mama mtakatifu uliojaliwa kuliko wa mama wote na Yesu mwanao tusamee maovu na kufanya letu. Amina. Tunakuwa hii kanisa yetu inakuwa na hiyo tabia ya mama. Naona sasa wakati tuko na Holy Communion, wacha niwaambie, wakati sasa tutakuwa na Holy Communion, tutakuwa that Sunday mtakuwa mnakuja kama kila mama amefuka nini? Kitambaa. Na hiyo kitambaa si hii sasa ni ya group. Kuna kitambaa sasa yetu ya kanisa mzima. Hiyo kitambaa unaona vile masista wanakuaga na kitambaa inaenda hivi, inaenda. Yeah? Inaenda hivi.
hivi inaangukia wapi? Hapa nyeupe ama ya blue hivi, kitu kama hiyo. Sasa mkiwa hapa tukikula Holy Communion, mnakaa kama maejo. Kai. Shiko, utakuwa hiyo ni ya Holy Communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Na makuhani nao wanavaa Holy Communion. Haleluya. Mnafunika, mnaweka hiyo, inateremkia wapi? Si hii ya Wakorino, msitengeneze hii ya Wakorino. Msafute wale wanatengenezea kama sisters. Wewe bedhi, unajua kutengeneza kama hiyo? Ile ya masista. Ni kitambaa tu hii, lakini inaachiliwa vizuri. Hivyo ni hii tu, lakini imeachiliwa. Inakuja inalalia kwa mabega vizuri, inateremka mpaka wapi? Hapa. Sasa hiyo Ukatoliki usituletee. Roho Mtakatifu ako pamoja na sisi. Tukanajua kufungwa hiyo kitambaa ya Catholic lazima ufundishwe miaka 3. Kuhage kitambaa ya Buddhism ya miaka 3 niki. Kade ng'ombe yako. Kuja tutasoma tukiweka kwa kichwa. Ikikuwa kwa kichwa ni siku ya Holy Communion. Nitawafundisha meaning of Holy Communion. Tarehe 1 mwezi ujao nitawafundisha meaning ya siku mzima itakuwa Holy Communion. Nitawafundisha. Alafu na nyinyi mkule sakramenti na Holy Communion. Alafu Roho wa Mungu atashuka na mtaona jinsi Mungu anavyoshuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo wakati wa Holy Communion sio simaanishi hamkuagi, lakini nataka tu kusisitiza siku 7 kabla ya Holy Communion kwa mzuri. Kama unakuaga na msee ndani ya nyumba, mwambie tulie, acheze mdogo mdogo. Acheze chini kidogo. Holy Communion you just don't take it. Kama umekosana na mtu don't take it. Kama uko na tatuizi, una vita na, yani kama uko na dosari fulani don't take it. It is not just an ordinary thing. It is a commitment you are dedicating. Na hiyo sasa ndio tunaita dedication Sunday. Hapo sasa ndio unakuja na picha za watoto wako, unakuja na nyumba zako, unakuja na picha za ng'ombe zako, unakuja na vitu mashamba zako, unakuja unawekelea kwenye madhabahu, tunaziombea, tunazitakasa, tunakudedicate. I dedicate you and your family, na vitu zako zote zinakuwa dedicated. Usiendage kwenye madhabahu wewe peke yako, endanga madhabahu ini na vitu zako. Hallelujah. Unaenda kwenye madhabahu na vitu zako. You just don't go with hiyo kakitu. Hello. Tunasikilizana. Tuko kwenye prophetic anointing. Tumemaliza. Prophetic anointing, it is a movement in your life. It is a move. In a make. Yani whatever you do, how you do them. Yani kuonekana kwako in a place. Kama vile unaonanga naendaga London, naingia Paris. Nikiingia Paris, things will change. Nilienda Vatican. Baba yao within a few days huyu mama wakakuwa mayatima. Ni mayatima. Ni orphan. Automatically for 9 days mkakuwa orphan. Kumbe kuna mwingine alielewa maana ya mlima, anaitwa Populeo, alipanda tu mlima. Akirudi huko, kabla atoke huko, John Jue ambaye the cardinal pia alingekuwa pope, aligojeka. Kwa nini aligojeka? Ndio asifike Vatican. And you understand this. Aligoroka, walimugorokia. Ni nani alimugorokia? Ni Populeo akiwa bishop. Ndio alimumeki akakuwa mad. Ndio azikanyage huko, maana angekanyaga huko Jue alikuwa na authority kubwa kuliko huyu. Maana huyu ni mzaliwa wa Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. So alikuja specifically kufanya huyu jamaa asiende. Ndio authority ili ametapu hapa ikafanya kazi huko. Otherwise Jue ageenda huko na huyu aende na authority ya Jue ndio ingesikika. Hangefanyika. Ndio maana mlima inakuwaga na power. Mlima inakuwaga na authority. Understanding systematics, vitu kama hivyo ni kitu muhimu sana. Nimekusikia. Mnanielewa sasa? Ndio tukienda kwa mlima kuna kitu kilifanyika kwenye maisha yako. Ndio Mungu alitaka ukanyage chini utembee. Kwa sababu kuna kitu kilikuwa utapu. Populeo alikaa 3 good months kwa mlima. 3 good months. Akitoka hapa alienda, walichanganyikiwa wote. Walikuwa nasema Populeo. Lakini kuna kitu lazima angefanya Jue asiende huko. Hiyo ndio inaitwa prophetic power.
unajua kufanya mahesabu prophetically, ya kuzuia hii ndio hii ifanyike, ya kuzuia hii ndio hii ifanyike. So kuna power ya kufanya hizo vitu, kuna uwezo wa kufanya hizo vitu. Hiyo kabiashara kako unafanyanga, kabiashara nendo ukaangalie kanahitaji what kind of a prophetic anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. You can command hiyo kazi ibadilike. You can command the area. Maana wachawi wanakuja wanamwaga mahirisi. Wakimwaga mahirisi, watu wote nakuta customer wamepanga laini kwa hiyo kazi. Kwa nini? Because kuna prophetic anointing ya kishetani hapo. Maana aliambiwa beba haka kakitu, ukifika huko watu wote watakufuata. Na sisi pia tuko na hiyo power. Tunafika kwa kazi yako, unainenea, una release maneno kwa kazi yako prophetically. Unakuta kila mtu anakuja. Unaona watu wamepanga laini. Watu wanakuuliza nipatie sukari kilo 2. Yaani alikuwa amekuja kununua sukari nusu, anakuuliza sukari kilo 2. Because there is a power that is controlling. Maana the prophetic anointing is working. You can speak to the water, una sprinkle. You can use salt, una sprinkle. Prophetically things will work. You can speak to your cloth na upatie. Kwani watu mitume walipatiwa nini? Walitamiwa vitambaa vikatumwa waende wakaponye watu. Nilisikia Kimani akisema ati kitambaa haifanyi kazi. Kwani alisomaga Biblia gani? Si mitume walitumwa na vitambaa waende wakaombee watu na watu wakapona. Yes, you can use anything. Hata hiyo chumvi unaweza kutumia, hata hiyo maji ya Manyuro na hiyo maji ya Ezekiel unaweza kutumia na Mungu ajulikane na aonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani si nani anaitwa nani? Anaitwa Elisha. Elisha alipoambiwa shoka limeanguka, hakuenda kutafuta formula kwa Biblia, alichuna mti au nileka mti akimolelia gwaha, akaambiwa imeanguka hapa, akateremusha kale kamuti, akachomoa. Shoka likatoka. Prophetically aliweka kamuti. Akaenda akakuta akamwambia kizima hiki, yani the land here is good. Kila kitu ni kizuri, lakini kiko na maji ambayo yanatoa mapoozi, yanaua. Akawaambia kiko wapi? Wakaenda. Walipofika kule, ikanini ilifanyika? Akawaambia nipeni chumbi na bakuli mpya. Kuna mtu alienda supermarket? Hawakuenda supermarket, walienda kwa nyumba wakachota chumbi. Kumbe kulikuwa na bakuli kule, ikawekwa. Alipokuja alichukua ile chumvi akarusha kwenye kizima, kile kizima kikapona. Usage of vitu vya kihuduma vya kinabii. Chochote unaweza kutumia, mchanga unatumia, mawe utatumia, kafimbo kama hapo utatumia. Maana Musa alipatiwa nguvu ya kafimbo. No huje muthegio wako. Gere dugata. Kana ide siaku. Muthuri, no ina mukwajo ha. Tutishagero ha. Leta hiyo mukwajo. Leta hiyo ndio mzuri. Mtotisha na ide ishi. Ndio ni ile ile muthegia hadi. Shakia. Musa alipatiwa fimbo kama hii. Kwa Mungu hakuna formula ati this is what you are supposed to use. Usiende wabiwe na hawa kina Kimani wanakuambia ati sijui ati mnatumia chumvi, mnatumia maji. He might be wrong, concept yake might be wrong, but it is a tool that can be used by anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Uende huko Subukia, Wakatoliki walienda Subukia, waliposikia tumeenda mlima na hao walienda hapa Subukia. Wakaenda na machupa na mabibuyu na mamitugi wakachota maji. Kila kwa hata kwa huyu mama kuna maji kwa nyumba yametoka Subukia. Maji ni ya Mungu. You can use. Sasa mimi nikikuja Mungu sahi aniambie tumia fibo peke yake. Hivi. Tadio de heraka muthigika ukihaugatha kuineka kanini. Ikamuthigi. Hiyo na kutupu point hivi. Utapona hata hii. Hebu kuja. Hii nimetoa pale lakini shikilie katika jina la Yesu Kristo. Shika na mikono miwili. There is power that is being transferred there. Shh. Simia. Lakini ni vipo nimetoka kwa ule mzee, but nimeambiwa na Mungu tumbie sasa uponye watu. Itaponya. Sasa unasikia mtu mwingine anasema ati hapa ati msitumie chumvi, tumieni chumvi si ya mama yake. Tumieni vitabani, lakini usiende kununua, lakini si kununua ana Ezekiel ni kununua, mnanunua ulienda huko kanunua. Sema ukweli tu. Umeikwenda huko? Thank you. Ulinunua kachifu?
100. Si sadaka ni kukuzia gachifu. Kwa nini? Yeye aliokota. Yeye aliokota. Si ulipe gharama ya gachifu ubebe mujisa yako. It is as simple as that. Jameni, wacheni kupumbazwa. Wacheni kuweko kwa wachawi wanatumia parafanarias, wachawi wanatumia mahirisi. Mimi nimeenda hapa Ukabani kwa Mugaga hapo. Nikakatiwa kamuti ya mokidoli nikatoa 300,000. Kamuti kama mokidoli. Kale mukaiga no kama mokidoli. Na mokidoli mushi ihurete mushi. Nililipa 300,000. Na hapo nikaambia moja nikafugilia kwa suruali. Adawaya yangu nikafugilia hapo. Sasa hii adawaya sasa shida ilikuwa lazima nikayage nikivaa nini? Hiyo adawaya. Sasa imagine unaenda kwa imagine maisha mali dakika lile maliko. Neke kajokeria mugubio wake. Data gukira hinyadi akahuri andu na korage. Ni nani? Naweza kuweka nguvu alafu aanze kusubua watu nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaelewa. Hii mnakumbuka hii venye liletwa hii ni mtu alitumwa kanabia alete. Hii ni modegi. Sara nasema sasa si unipatie. Hebu kuja mami. Wewe kuja. Wewe. Ni kuna mahali hapa pana kuuma, si ndio? Kuja. Sasa sinaona imeanza kumshughulikia akiwa hapo. Hugo tu. Umekoja kwa rigena kamutera hodera. Ni wapi? Hapo. Wacha tupige sindano hapa. Niduke sindano. Haka kengine. Sinana. Inadukwa sindano hivyo tusipo. Because I have a prophetic, it is not this. Hii haina nguvu, ni ile nguvu ninaiweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii na nguvu. Sasa nisikupatie ati sasa nekera kamote kugadia gerako. Gatire wira ge kuruta. Hakuna. Lakini nikiishika hivi kuna maneno. Hiyo kamuti ya Musa kageshikwa na Haruni nikalibadilika kakakuwa muti. Mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. So this is the understanding of the prophetic move in your life. Na ndio unaona bwana yako atakuletea kahilisi na yawekelea hapo kamawe tu. Wewe unaonaka ni kamawe kamuse na unakaprotect vizuri. Kumbe ndio gedito ile na kukuraga. Hiyo ndio alikufuga nayo. Na amekuwekelea hapa kwa kitanda ndio uguzage kila siku na umpagusa unaweka hapo. And that is what is ndio ilikufuga. Huwezi kutoka huko udhia uogeze kumani huko ndike jorobu. Ukikinya hala geti ne bueshika kwa totile tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to understand it. The moment you understand the prophetic anointing in your life, then you are good to go. Wacha tumalizie hii kingly anointing. 1 Samuel chapter 10 verse 1. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Haya, ni saa 8. Kai. Na nimeko inuka. Mnataka kwenda huko? Ni mwigire ngaragu? Ndio maruga cai ni marugire huko mothe. Na cai ucio muruga ati cai mwega. Muruga atawana huko ikamba-ini. Huko ni town ni andu marugiro cai mwega. Na waga gũcenjia nitaubadilisha, tatafuta chef. Nani hapa amesomea chef? Inua mkono. Yes. My good girl. Simama juu. Wafundishe kupika chai. Chai tamu. Sisi ni watu wa mlima. Kendo kiega tika kiria iria maikagiria na hale mafati iguru guo. Gogo tikaruo indo itari na muto mwega. Ndimwiraga ndejongi njete. Acha goko mutigo ikara ule mugo ikara. Ni hata kwangu sikulagi vitu ovyo ovyo. Uliza ani anakujaga kwako kunipikia mavitu zingine za huko Nyahururu. Atiza hiyo ni kujipendekeza aone kama anaweza fanyika bibi. Matoko ya nyumari yako akurugagira ginya mushere we na thufu. Wekera nyeni wekera rufoko kona rufokane rwaja woshera uguo.
Ati arenda gũtuĩka mũtumia. Sasa ukarigo ũyũ thĩna mĩaka ĩno nginyĩtie. Hii shida nimeasana nayo nikiwa kwa hii miaka. Ile ndigũkua. Ndĩrenda tũirio twega. Kanyama kadogo hapo, kakitu hapa. Yaani kitu imepangiliwa kwa mpango, imeiva ikaivika vizuri. Wewe imagine mtumia tu agĩkũrugĩra mũcere wena thubu. Aba gacoka gakũrugĩra rĩrĩ gĩtheri, agekĩra waru thĩinĩ na marigũ thĩinĩ. Na thũkũma kũu thĩinĩ. Karigũ ici nĩ ngũkũ irarĩ, hafu cigatuĩka mũkimo itakimĩtwo. Mũndũ nĩ waratuĩka kĩ mũtumia, gacindwa Margaret. Nĩimanyini mathĩna marĩa ngeragĩra. Ona gũtuĩka nawe wandeheire waru cia mũkawa. Nĩũkũririkana he mawaru wandeheire haha ma mũkawa. Irĩkũ? Kawonete ndĩna ngoma. Samuel, tumepata. Yeah, it's good to smile. Ndipo Samueli akachukua chupa ndogo ya mafuta. Nipatie chupa ya mafuta hapo. Akachukua chupa ndogo ya mafuta, akamiminia Shauli kichwani. Shauli ndio Sauli. Akamiminia. Ni yeye kweli? Shauli. Saulo. Samuel. No, Samuel. Ndipo Samueli akachukua chupa ndogo ya mafuta, akamiminia Shauli kichwani, akambusu na kumwambia, Mwenyezi Mungu amekutia mafuta uwe mtawala juu ya watu wake. Haleluya. Kwa hivyo ni kukumwagilia mafuta. Kila ndio ukahoro bisha. Mpige picha. Akamuminia mafuta, kisha Sunibusu akambusu, akamwambia akambusu, akamwambia, Mungu amefanya nini? Amekuteua ukuwe nani? Mtawala. Every prophetic anointing, every anointing has a word spoken over it. Priestly anointing kuna maneno yake yalizungumziwa. Prophetic anointing kuna maneno yake yalizungumziwa. Sasa hii maneno ya kutawalwa maneno ya kutawala yameachiliwa. So chochote nabii anaachilia kwako, anamwagilia, sikiliza maneno ambayo amesema ndio uelewe kumesemekana nini. Tio kuikara ni ndaitiririo maguta kweli ruatia. Ugitiririo maguta ri no igwire shugo ile cierirwo. Yenye gaiteria maguta ne dukata ya gaide dukata Harrison no ajiteria maguta ne amenya dukata yo yaragirio ne Ngai hava kwa hava ni yaragirio ne Ngai hava kwa hava ne ciugo ireko aririe agigwitereria maguta icio ni cimataga ti maguta macio icio ni cimataga warorio mwena uriko umielekezwa pande gani, kwa priestly, kwa prophet, ama umielekezwa kwa kingiri. Sasa hapa kaambiwa ukuwe mtawala wa watu wa nani? Mungu amekwehokera watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni akwehokera. Niko aitiririo maguta nigetha Ngai ni akunengera, ni ekwenyurira, amekukatia watu 500, amekukatia watu 1000, amekukatia watu 1,000,000 uwe ukiwaongoza. They are under your hands, you are under your territory. Verse 2. Leo tutakapo agana utakutana na watu wawili. Kwa hivyo kuna ishara kujua ya kwamba you are kingly anointed. Kuna ishara. Tutakapo wachana kuna watu wawili utakutana na wao, na kaburi la Raheli huko Selsia katika nchi ya Benjamini. Hao watakuambia kuwa wale punda waliokuwa unawatafuta wamekwisha patikana. Imagine, after the anointing, ya kingly anointing, kuna prophetic word, vitu zako zimepatikana. Kwa hivyo kuna anointing ambayo inakufungulia kukuonyesha punda zilikuwa zimepotea, lakini baada ya kumwagiliwa mafuta vitu zikapatikana. Utakutana na watu wawili. Already anointing yako imewaguza. Hallelujah. Already the anointing imeguza. Wameguza na wamewekwa mahali wakigoja karibu na kaburi ya mtu.
Na unaenda unapita huko unakwambia, "Hai, mzee ni aje?" Na unakuta ni majenzi wamevuta bagi na mawoka. "Ni aje?" Mzee unaona wewe ndio unatafuta zile punda. Ndio hizo zimeenda na hivyo. Na hujawauliza, because the kingly anointing inafungulisha kila kitu ambacho kimekwama. Vitu vyako ambavyo vilipotea, you need a kingly anointing. Pesa zako ziliibiwa, you need a kingly anointing. Kabla huduma yako iliibiwa, you need a kingly anointing. Ndio inatafutaka vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand, unaenda kwa nabii mgani ama umekaa chini ya mafuta gani. Hao watakuambia kuwa wale punda uliokuwa ukiwatafuta wamekwisha patikana. Baba yako ameacha kufikiri juu ya punda. Baka kwenu nyumbani unakuta wale wasasi wa nyumbani wamebadilishwa mahakiri. Yaani unakuta kumetulia kwa kila aina. Kila kitu imetulia. Kitu yote ilikuwa ngumu kupata imetulia. Unasikia mpaka wazee wa kwenu wanakuambia, gari kubwa kuja utukule kabusi nyumbani. Wale watu walikuwa wamekaa hawakujui, hawakutabui, wanakusemaga wewe umekuwa jagiri Nairobi, lakini all of a sudden unasikia tusimu tumeanza kuingia because umemwagiliwa mafuta, kingly anointing. Yale maneno ule nabii alikuwa akimwagilia mafuta, alitoa maneno gani? Hiyo maneno ndio inafunguaga milango. Kama umefinyiliwa kwako kwa nyumba, umekanyagiwa kingly anointing, utakuta msee anainama na kwambia, "Babe, uko yake." Unakuta msee mwenye hajaigi hata jua mlango ya kitchen ashapika chapati kwanza, because of the power of the anointing. Kagalika kwa hakaonagwi kwa laini, hakapatagi kazi, unasikia unapigwa simu, kagalika yako noto emeliere na unalipo in advance because of the kingly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Punda uliokuwa ukiwatafuta wamekwisha patikana. Baba yako ameacha kufikiri juu ya punda, ila ana wasiwasi juu yako, akijiuliza kila mara, nitafanya nini juu ya mwanangu. Haleluya. Hajajua solution imepatikana. Yaani mzee huko anahangaika, anashindwa mtoto yangu atafanya nini. Sasa amepata, hajajua. Mungu kifika kwa verse 2, verse 3 please quickly. Kutoka hapo utakwenda kwenye mwaloni wa Tobari, mahali ambapo utakutana na wanaume watatu. Umeona sasa? Kingly anointing is identifiable. Kila mahali itakwambia utakutana na wanaume wawili, utakutana na punda wako, baba yako anashauri. Sasa atakapa mahali ambapo utakutana na wanaume watatu wakiwa njiani kwenda kumtolea Mungu tabiko. You will get connected to the right people for your mission. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have the kingly anointing, the kingly anointing creates way for you and brings connections for you. Divine connections zinakuja tu automatically, haungangani tena. Unaona vitu vinaanza kufanyika because the kingly ni mfalme, anajua kutatua katika ulimwengu wa anga. Amekamata misururu yote ambayo ilikuwa imekukamata, ameondoa mikamba yote, mkuta zote ameziondoa. Anointing iliyomwagiliwa imeng'oa kila kitu chochote ambacho was to stand against you. Alafu watakuwa njiani kwenda kumtolea Mungu tambiko huko Betheli. Mmoja wao atakuwa anawachukua wanambuzi watatu. Umeona? Figures zimeanza kuingia. The anointing ya kingly, it goes with figures and the numbers. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa pili atakuwa anachukua mikate mitatu, na watatu atakuwa amebeba kiriba cha divai. Sasa nimesikia watu hapa wa waini, kichwa masikio yameinuka. Ate divai imetajwa kwa Biblia tena, kwa hivyo si mbaya, lakini usikia it leads you, the kingly anointing leads you to your destinies. Ukitaka destiny yako, ukitaka connection yako, get into the kingly anointing. Hiyo ndio inakulead, ndio inakufungulisha. Utakutana na watu ambao ndio watakupeleka where you are supposed to go. Utakutana na watu ndio watakuelekeza mahali vitu zako ziko. Utakutana na watu ambao watakupatia ufunuo mpya. Verse 4 quickly. Watakusalimia na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Hello. Watakusalimia. There is a guideline. When you have the prophetic anointing, kingly anointing, inakupatia mpaka what will happen to you and where it will happen to and what you will do about it.
Now that is when you are walking with God. Hiyo sasa ni huduma ya Mungu. Straight with God. Verse 5. Kisha utakapofika huko Gibea Elohimu, mahali ambapo pana kambi ya kijeshi ya Wafilisti, hapo utakapokuwa unakaribia mji huo, utakutana na kundi la manabii. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona sasa, you are guided. The kingly anointing guides. It is guiding you to godliness. Itakuelekeza mpaka kwa watu. Mji utakutana na kundi la manabii. Manabii hao watakuwa wanataka mahali pa juu huko, wakipiga vinumbi, matari, filimbi na zese na asense na sense na watakuwa wanatabiri. Yani you are connected with the right people. Ukikuja hapa ukose breakthrough ati kwa sababu wewe ni bishop au ni pastor ukose breakthrough, ujue you are in the wrong place. You are not meeting the right pastors na manabii. Wewe chukua kama mzigo yako, kanyaga kubwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. You must find connection. Kama hujapata connection ukiwa hapa, you are not supposed to be here. Nenda kule connection yako iko. Because you must meet people. Anointing hiyo ikishuka kwako, lazima itakuconnect na right people. Mahali popote unaenda, you will never struggle again. You don't struggle again. You will meet, hata hauna pesa, unataka kufungua biashara, hauna pesa, unakutana mtu anakuambia jigete shilingi milioni 10. Dogesharia wera togeruta. Unasikia wao, hii pesa inakuuliza. Tafuta pesa, tafuta kitu tunaweza kufanya. Unakuta watu wanataka kukusaidia tu for nothing. People unakuta connection, they are coming from all over because you are operating under the kingly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 5 tufungie hapo, 6 tufungie hapo. Naona mmechoka. Roho ya Mwenyezi Mungu itakujia kwa nguvu. Hello. Roho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu itakukujia kwa nguvu. Nawe utaanza kutabiri pamoja na wao na kugeuka kuwa mtu mwingine. Imekugeuza. Ukikutana sasa na manabii, utaanza kutabiri kama na hao. Na unabadilisha. Kwa hivyo there is a connection that will change your life forever. Hello. Mnanielewa sasa? These are different anointing. Sasa jiulize, in which anointing are you operating? Wewe nataka kukuombea wewe. Wewe. Acha kuniangalia macho ya huruma. Leta mchaga yako. Si wewe atawaye kuja. Wewe. Na wewe. Kujeni hapa. Si huyo mwingine, huyo wako nyuma. Hawa wawili wamesimama wakuje. Shh. Yes. Kuja. Na Asha lazima tikira irato jidaihu daihu. Sijui nani aliyofundisha Asha. Wewe. Shh. Asha si ukuja unavaa viatu mrefu ati unakuja kuwasha watu. Naasha watu gani? Wekelea hii, guzisha hii mchaga yako. Sasa unaenda wapi? Unaenda mlete hapa. Guzisha hii mchaga hii. Wekelea hapo. Ipo hivyo. Hii hivyo. Funguliwa. Mapepo ya baba, mapepo ya mama, mapepo ya maeneo yote yapamoke. Poka katika jina la Yesu Kristo. Yapamoke. The mighty name of Jesus Christ. Fibo ya Musa. Fibo ya nani? Fibo ya Musa. Inafanya kazi. Takodo kaogo takiria. Ila raika haha mabia wera. Ita. Deda huko heo thamaki waku. Ita na makomeri. Ngai yaguteithie na kurithime. Roho wa Ngai eharuruke iguru riaku. Ucamani na ndungata cigukuonereria indo ciaku. Na bunda ciaku iria ciorire ucamani nacio mothe. In Jesus name. Thank you. Yeah. Tusimame kwa miguu yetu. We, mtoto yako alifata, shika hii. Shika yetu, shika tu. Na usinisubue tena. It is that simple. Tutakutana kwa deliverance. Wacha nikutoboe hapa in Jesus name. Yes. Lieni na mutoke.
Acha niitishe roho ya ng'ang'a. Liana wende. Beba mizigo. Fungua yeye. Fungua miko. Fungua kazi yake. Fungua biashara yake. Fungua kila kitu mlipobeba. In Jesus name. You're free. Inaendaga hivyo tu. Shika sadaka zako. Yesu masha. We, oka. Kuja. Yes. Shikilia hii. I speak prophetically. Any disease, any obstacle, kuta zozote ambazo zimeinuliwa, huduma iliyoibiwa, nguvu chochote waliibia, nimekiregesha. Punda zako nimeziregesha. Hakuna ugonjwa katika mwili wako, na sister yako kutoka sasa koma inaondoka kutoka kwake. In Jesus name, be healed. Yes. Sasa mnasema namna gani? Mmebarikiwa leo? Kuna kitu umeelewa huko unajua? Sasa simulete sadaka. Msilete hiyo sadaka dogo dogo, mujikakamue mnaleta sadaka kubwa. Niwasaidie kujua kupigana. Unasikia hizo zilikuwa tatu walielezewa. Sadaka inafaa kuelezewa ili unafaa kutoa. Because it's an opener. It is an opener. Kwa wewe usiende, nataka kukuona kwa ofisi. Naiwa? Yes. Nikwenda kukuona ofisi twaragie hanini tushirage. Nigetha tukemenya ni ate. To worship, let us worship. Simameni kwa miguu yenu mnapobarikiwa. I can feel the presence of God in the house. Nasikia uwepo mkubwa Mungu ameushusha. Na mlete sadaka zenu hapa.
Thank you. Baba, tunapokea sadaka hii yako. Zaka hizi ambazo watumishi wako wametoa, fungu za 10 na malimbuko, ukaweza kuwakumbuka na kuwabariki, ukawafanikishe na kuwaelekeza. Wakumbuke kwa njia ya kipekee, uwafanikishe na uwafaulishe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tunaweza kuketi kwa muda kidogo. Yes, may God heal you in Jesus' name. You are delivered. Yes. Yes. Mungu akufungue. Baba kuja. Kuja. Miguu imefanya nini? Kufura tu. Kidini yako iko sawa? Sawa. Na roho yako wamekupima roho? Wamekupima pressure? Medically I'm okay. I have no pain at all. At all? No. Sasa mimi nataka tu nisaidie kitu moja. Kitu gani? Ukikanyagisha mwili wako kwa boma yangu tu, hiyo tu ndio naweza kufurahia. Muzuru dito nyigiti dodo diti dai. Era tineriwa baba. Era tineriwa. Kai wadani. Kai tu baba. Kai tu. Beta kwate. Emuru inyitha makinya ujere ni kikitha na mucio wako muthe wako ni ukona tudia utaona gukwe ngiri no wako ukona ma very rich person tuthie thaa ici no kono kutoke metro kawoka kuembuli emwe wone ojo koroka gate na ngiri 10 diga korana dio boko Muthuri nikubanga muthenya wa guka no itokite ri ndenda guitiria maguta Sasa nyinyi mmekaa tu makuhani wakubwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, Mũmbi wa igũrũ
na thĩ we Ngai nĩ wombire irĩma ũkĩũmba andũ nyamũ mĩtĩ ciothe nĩ ciaku. Aya ahandi a ithitũ rĩ mokire makĩhanda thĩinĩ wa mũgũnda wa mũthuri ũyũ, makĩoha indo ciake ciothe, makĩoha mũtũrĩre wake wothe. Baba nĩwe wanjitĩrĩirie maguta wa kuohoraga maũndũ ta maya, kuohora ithitũ ici, kuohora magongona maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mwana na Roho Mũtheru. Indo ciaku ciothe iria ciyĩtwo, iria cihũrĩte nĩ ndaciohorithia. Indo ciaku ciothe kũrĩa maiyire nĩ ndaciohorithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kebesa ici ndiũĩ nĩ cigana, thiĩ wĩteithie nacio. Ndakũhingũrĩra mũtũrĩre waku. Nĩ ũguo thiĩ wĩikare thĩ. We nawe rĩ, ũnabii waku nĩ ũracamba, atwĩkĩrĩra kamini. Wenye hizi kujeni, wale wanajua kufunga kitambaa wa Debora na hiyo ingine, na kitambaa isi ya kuweka nyumbani. Kuja wale wanajua kufunga, mkuje ndio tufuge wengine. Hiyo timu ingine kujeni hapa. Ala moyo kuhatumia omodo wa yake taba yake. Kujeni hapa. I want to dedicate you. Ala moyo kuha murugame thutha wao mumohe. We na nyinyi wa kufugwa kujeni. Watu wa kufugwa kujeni hapa mbele. Wavugi mkae nyuma. Kujeni hapa, karibieni hapa haraka haraka. Yes. Chukua kitambaa, fuga mtu. Fuga mtu. Leta hii yako imefugwa, unafugwa huko nyuma. Umepata ya kufuga? Wafuge. Umekosa kukufuga? Wewe. Dogio hana getaba ya dole nakio. Nikio ikariti hau. Fuge ama kufuga huyo hana wewe ukanaye. Sasa unaona kanisa imeanza ni Dorcas. Sasa hawa ni wana Dorcas. Hujafuga mzuri, wewe umefuga kama yako tu. Wewe ni mfupi unafuga mtu mrefu. Eda huko we, Rebeka, nani? Fuga huyu. Wewe rika yako ni hii. Ndio mnatoshana. Kuja hapa. Kama umemaliziwa kuja hapa. If you are through, come here quickly. Itaba ya ici ni mukuheo kirira. Sasa juu timu zote zimefanya kazi, zimefuata vitambaa. Our secretariat itapanga Jumamosi moja mkuje mfundishwe meaning ya kitambaa. Ni kwa nini umefuga? Sasa kapangeni, nataka tu tukae kwa hii line. Kujeni tusio muende huko hapa. Kuja. Igia tu hapo. Thank you. Inweni yakifanyeni mikono yenu hivi. Mwanerelie radhimo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya hawa wamama Team Dorcas. Wamekuja kutafuta ushauri wako. Wamekuja kutafuta mamlaka yako. Wamekuja kutafutia njia zako. Wakumbuke kwa njia ya kipekee. Wakumbuke kwa nia ambayo wako nayo. Wasaidie wakuelewe,
wasaidie wakujue, na vitambaa hivi nimeviweka wakfu, visiwe ni vitambaa kwa ajili ya nasa zao, lakini kwa ajili ya utukufu wako. Na kuomba wapatie ujazo na uregesho, wapate kuonekana wakiwa nadhifu, watu wanaopendeza na wanaokubalika machoni mwa binadamu na machoni kwako. Vifunike kichwa chao kwa ajili ya utukufu wako, for your glory to be witnessed and be seen. God, may you deliver them, may you make them become successful in whatever they endeavor to do. Let them be successful. Wacha wapokee baraka zako, wapokee neema yako, wapokee baraka zako. Pesa ziwakubali, mali za dunia ziwakubali, na kila mahali watakapoenda wapate kibali cha kipekee, wapate kukubalika kwa njia ya kipekee. Miguu yao ibarikiwe kwa njia ya kipekee. Lolote watakalo, mahali watakapofika na miguu yao, jina lako likatukuke. In Jesus name, somebody say amen. Na ipokea dhabihu hii kama sadaka ya kuteketeza kwa ajili ya vitambaa hivi, visije vikatumika kwa njia ya kishetani ama njia ya maroho ambayo hakubariki, bali ni kwa ajili ya utukufu wako. Kwa lolote ambalo wamepania kulifanya, jambo lolote ambalo wamepanga kulifanya,